Maisha ilikuwa ngumu. Mimi niliona maisha ingine hadi nikajidharau. Kwa hiyo mama alikuwa anatuchapa, anatumia hii rolling stick ya chapo. Anatuchapa nayo kichwa. Mimi nikamwambia jameni, hata kama ni madharau unaleta hadi kwa nyumba. Na unajua bado tuko na watoto wadogo, ni hawa tunalea surely. Sasa hakukuwa na amani. Aliniuliza siku moja, wewe unaendanga kazi? Juu hiyo wakati nilikuwa naendanga kazi. Yes. Wewe usishughulike na kazi yako. Kwa nini unashughulika na hii kazi yangu? Aliniuliza hivyo. And that man was harsh. Alikuwa sasa, unafikiria aje? Mimi nilikuwa nafikiria yeye ni mwizi. Kama mtu. Nilimuona yeye ni mwizi, yeye ni muongo, yeye ni mnafiki, yeye si pastor. Hakukuwa pastor. Good morning, good afternoon, good evening. Aria hothe uratwirorera uri kana mathaa maria uri. Tabarira ni umiriria cio njitagwo Sadi Muigai. Kwiraga wanyona ndina mugeni to. Guku gwitu ni tucereirwo ni ageni, ndina mugeni on the set. Koguo wikare hau. Eka introduction na twendere na show. No twina challenge kama ndigugeta challenge. Tondu ithuothe tukiguaga ruga ya taifa tukuthira Githweri. Koguo wikare hau na ndugacenjie mutambo. Aikondo subscribe ite. Subscribe. Aikondo like wa show. Like ciothe ci hau. Twandike comment. Karibuni sana. Hello, kwa majina naitwa Margaret Iminza. Mimi ni mzaliwa wa Western. Na pia mimi ni mama wa watoto wawili. Nashukuru Mungu. Na pia mimi ni sister wa mtu. Nina sister ambaye ananifuata nyuma, anaitwa Nancy. At the same time mimi ni cousin wa wengi. Na pia mimi ni mtoto wa mtu mahali. Nashukuru sana kuwa katika hii show na karibuni sana msikilize story yangu. Margaret, yes. Karibu sana kwenye show ya leo. Asante. Naona kuna mvua. Yeah. Umejikinga kujikinga. Kabisa. Western ulizaliwa wapi Western? Vihiga County. Mahali kunaitwa Gisambai. Huko ndio nyumbani. Na huko sijui ni wapi lakini nitatembea huko. Karibu sana. Wewe Mluya? Yeah. Oh wow. Mluya, half caste wa Mluya na Mganda. Baba ndio Mluya, mama ni Mganda. Uganda ni kama iko karibu na kwenu. I think so. Si ndio? Na huko Busia. Utapita Busia? Yeah. I went there once. It's a nice place. Mandizi mingi. Yeah. Wow. Wewe ni mama wa watoto wawili. Kuna sister naitwa Lucy. Nancy. Ni kweli Nancy? Yeah. Uko na wazazi juu ulizaliwa. Story yako ya kulelewa sasa, ulelezi ilikuwa namna gani? Kwa mtoto mdogo. Well, nashukuru. Nikiwa mdogo nilipitia maisha magumu sana. Ambapo tulikuwa tunalelewa pale Mombasa. Okay. Nilijipata tukiwa pale Mombasa, tukiendelea na maisha, but nilijipata niko na mama wa kambo. Lakini nilikuwa na baba mzazi. Okay. So huyo mama hakukuwa anatupenda vile, cause alikuwa anatutreat in a way that yani ni kama yani kutuharas. Your dad walikuwa wameachana na your biological mom? Yeah. Okay. Yeah, unajua sasa uko mdogo hauelewi nini inaendelea. But sasa unakuja tu unaona a new face ambaye ni mama wa kambo na baba ako pale. So huyo mama alikuwa very harsh, alikuwa anatupiga. Na tuko tu wadogo, kosa kidogo anakuchapa. Hayuko ile kind. So mimi kwangu niliona ilikuwa maisha magumu sana. Anatunyima hadi chakula. Unaona? Akipewa pesa labda twende shule ama labda anunue vifaa. Yani hakuwa anataka. Ilikuwa tu like anafusiwa na my dad. Yeah. Okay. Ulikuwa umri miaka ngapi kwa wakati ule? Najiona nikiwa kama class 2. Yeah. Kwani walikuwa wameachana? Are you the first born in the family? I'm the first born in the family. Okay. Tuko tu wawili. Class 2. Yeah. So nikajipata tuko pale me and my sister and then mama wa kambo lakini na my biological father. Okay. Yeah. Mami alikuwa wapi at that time? Sasa sikumuona, sikuwa namuona. Unajua uwezi uliza cause hiyo environment ilikuwa tunalelewa ndani ilikuwa ngumu ambapo hata uwezi uliza swali. Okay. Yeah. That means waliachana kitambo. Ni kama walikuwa wameachana. Nilikuja kujua sasa baadaye. So by the time mlikuwa mnaraisiwa up, ni kama unajua huyu ni mama wangu ukweli. Nilimjua kama mama, but vile alikuwa anatutendea nikamwona huyu
huyu akai kama mama wangu wa ukweli. Okay. Yeah. Sasa maisha ikakaa namna gani? Maisha yalikuwa magumu. Yeah, kwa sababu kuna wakati alikuwa anatupiga hadi tunatorokea kwa jirani. So jirani atakuja na sisi atuombe ni kitu kama msamaha, aambie huyo mama asitupige. Na I must say baba hakukuanga karibu most of the time. Alikuwa anafanya kazi Malindi. So angekaa huko like 2 weeks, a month, 3 months ndio arudi. So unaona most of the time tuko na huyu mama. So na akikuja nyumbani hatakuja tu shortly na atoke aende. Hauna ile time hata ya kumface umwambie daddy tunapitia haya na haya. Kwa wakati anaingia huyo mama akutuna yeye. Hakuna vile hata utapata time ya kuongea na your dad. So hiyo maisha ndio tulikuwa tunapitia, maisha magumu sana. Na daddy hakuwa anajua there's something off. Najua kuna vile ama mlikuwa mnaficha waita hata nyinyi msichapo akienda tena. Hata let me say inaweza kuwa hivyo cause pia unajua kuna uoga fulani. Ukijaribu kuface dad unataka kumwambia kitu unaona labda anakutupia jicho. Okay. Uwezi ukaongea na daddy. Sasa unajifanya tu sasa unamwambia tu dad ulikuwa wapi lakini sasa uwezi mueleza details vile mnakaa. Na akatake your advantage. Sasa na hatukuwa na vile tunaweza fanya. Tunanyenyekea tu tunakaa tu wajinga pale. Cause yeye ndiye ako na sisi. Yeah. Unaona? Cause I remember one time mamangu alikuja kututembelea kule Mombasa. Biological mama. Yeah, alikuja. Yeah, kukuja akakuwa amebeba manguo. Unaelewa tu mama anapoenda kuwa na mtoto. Amebeba manguo, yani vitu tu za mtoto at least mtoto afurahie. Yeah. Huyu mama mwenye naita mama wa kambo huyu alichukua hizo vitu na akazitupa kwa compost. Oh, after your mom has left. Yeah, I was like, kwa nini unatupa? Hizi nguo mama ndiye alinunua, mbona unazitupa? So hapo ndio nilikuja kuleta ufahamu, this is not my real mother. Juu umejua mama. Sasa nimemuona hivi vizuri. Na sasa hakuna kitu naweza nidanganya. Hadi alikuwa amekasirika vile mama alikuja, akaniambia nikiwa jikoni, hata unaweza fuata mamako. And I was willing to follow my mother because of that environment that tulikuwa tunakaa ndani. So wakati nilikuwa natoka kwenda kufuata my mom, tena akarudi akanifuata mbio, usiende. Cause anajua baba akikuja, hapo hakutakuwa kuzuri. Niulize swali juu hao atauliza hiyo swali. Yeah. Hapa kuna baba ameoa mama wa kambo. Yeah. Nyinyi hamjui huyu si mama wenu biological mom. Ilifika aje huyu mamako biological akuja all the way Mombasa? That means walikuwa naongea bado na daddy. I think so. Wacha niseme hivyo because I was very young. Yeah, cause sidhani kama anaweza kuja bila any communication. Yeah. Lakini kwangu kimawazo naona ni kama wali communicate hadi akajua mahali tulikuwa tunaishi wapi. Hadi akakuja. I think alikuwa amepewa go ahead with my dad. Wakati alikuja sasa nyinyi ni watoto hamjui. Nani alimleta kwa boma? Tulikuwa tunacheza, nakumbuka vizuri sana. Hiyo memory iko kwa That means she came alone. She just came alone carrying a luggage. Luggage yenye ilikuwa hapo ndani zilikuwa nguo zingine smart. Sasa introduction, kuna mama amekuja, hamjui ni mami. No, unaona damu ni nzito kuliko maji. Because I remember the moment I saw her, nilimrukia. Nilikimbia mbio hadi nikamrukia. Hiyo memory iko kwangu. Na my sister pia akakuja. Yani kama tunamvuruta tunataka yani tukwame kwake. So damu ni nzito. Hiyo nayo usiulize. Alipata huyu mama wa kambo. Damu ni nzito. Kwa sababu ile tuliingia, tulimpata amekaa. Okay. Unaona? Tulirusha tu macho hivi. I think hiyo damu ilivurutana. So I ran very fast kwenda kumhug mahali alipo. My sister pia na yeye ndio huyo, tukamkumbatia. Okay. Unaona? Na I think damu. Na mama wa kambo mahusiano sasa amekuja, huyu ni mama wenu aliolewa. Mahusiano yake na ilikuwaje? Hakuwa na ile heart ya welcome. Hata sioni kama alimpa kikombe. Memory yangu iko sawa kabisa. Sikuwa na kikombe mahali. Je, niliona tu tulianza tu kuongea na mama hivyo. Unajua tuko wadogo, hata tuelewi. Lakini yeye penye yako amefura huko kwa room. Yaani anasikia ni kama atapasuka. Kwa watoto unaona wamekimbilia mama yao. Yeye mwenyewe hatuna ile upendo. Daddy hayuko, si wanachapana. Daddy hakukuwa. And we had just a very sweet time with mama, hata kama ilikuwa shortly. Okay. Na hata akatuvalisha zile nguo. Okay. Unaona? Watoto wangu. But the lady was not happy. All right. Ni maisha atakaa huko kwa muda upi? As in mom, hakulala, si alikaa tu shortly like an hour, alafu akatoka akaenda. Okay. Now from then hatukuwa imuona tena. Up to date. Up to date? Yeah.
Okay, maisha ikakaa namna gani? Mtasoma, mtamaliza class 8, utaenda high school. Maisha ilikuwa ngumu. Mimi niliona maisha ingine hadi nikajidharau. Kwa hiyo mama alikuwa anatuchapa, anatumia hiyo rolling stick. Yani alikuwa anatupiga. Unajua kuna vile utachapa mtoto uone huyu amezidi. Huyo mama alikuwa anatupiga hadi anatukanyaga huyo mama. Hakuwa ile heart ya watoto. But luckily enough, dad alipigwa transfer ya kukuja Nairobi. So we had to shift tutoke Mombasa. Sasa unaona hatuwezi toka tu Mombasa immediately na tukuje Nairobi. Unaona hapo kuna shule kutransfer. Unaelewa? Kwa sababu tunasomea huko. Sasa ikabidi tuende nyumbani, mashambani. So tuende kule ndio sasa dada ajipange kuanzia hapo kama tunarudi Nairobi ili tuendelee na masomo. So vile mimi tuliingia tu gari tukafika nyumbani. Sasa mashambani ushago sasa. Mimi nilifurahi sana. Kwa sababu mimi sasa sikurudi. Vile nilifika huko sasa mimi nikasema mimi sasa hata sirudi. Mtaenda mpaka na huyu mom, step mom. Sasa tumeenda mimi, baba. Unajua my sister by then sasa tukua naye why because sasa yeye environment haikumfavor kabisa. Kwa sababu tumepiga plan tukue street children. Kwa hiyo environment haiko inatufavor. So tulikuwa tunapiga plan, mimi nikamwambia hapana, tusiende kukua machokora. Afadhali tuvumilie. So sister yangu kumbe vile tuliongea hivyo yeye ali make your decision na akatoroka akaenda. Haya. Lakini mimi nili have to stay. Niliona sitaenda kule kwa street. Wacha tu mimi nivumilie hii hali. So hapo hivyo dad amepigwa transfer, tumeenda nyumbani. Hasa wanataka kurudi sasa Nairobi. Mimi nikamwambia mimi sasa sitarudi na nyinyi. Hadi nakumbuka hata walikuja mpaka penye nilikuwa cause nilijificha hadi nikaenda bedroom ya my grandmother. So they are like akisitwende please, nikamwambia mimi siendi. Cause nilipiga akili environment yenye naenda kukaa ndani, nikaona I rather stay hapa mashambani kuliko mimi niende kule wapi ati Nairobi ama nirudi. No. And I made that decision and it was final. Utakaa ushago na shosho sasa. Sasa nitakaa ushago na my shosho na tena tutakaa nao my cousins. Hata kama maisha itakuwa aje, nitavumilia huko afadhali. Cause huko sasa sitachapwa. And I did that. Okay. So hapo daddy sasa akaanza kuplan vile inafaa niingie shule. And I went to another just a nearby public school. Na nikasoma nikamaliza hadi class 8. Sister kwa wapi sasa? Sister yangu alipotea. Alirudi akapotea. Alienda kuwa street girl. But luckily enough sahi alirudi after amemaliza class 8. Maisha ya ushago sasa umezoea Mombasa, tunasikia ni raha. Utakopa aje na hiyo maisha? Sasa hiyo maisha pia alikuwa unaona kukopa up tena ili ni take time. Yeah. Cause hapo hivyo labda umezoea maji ya mfereji, sasa kule nyumbani you have to carry like bucket unaenda wapi? Kwa river. Kuchota maji. Na mimi hata sikuwa najua. Yaani environment ilikuwa pia ngumu. But I thank God nilikopa. But ulikuwa unafurahia au kuchapwe? Afadhali nilikuwa nafurahia cause unajua hapo kuna freedom. One ya kukula. Two, hata kama utafanya kazi hakuna mtu atakuharas. Cause you know grandmothers wako sana kwa wajukuu. Wako watoto wangu, hawa ni watoto wangu, so that like uko favored pale mahali. So hapo hivyo maisha pia yakakuwa magumu kidogo cause unaenda maji. Nilikuwa hata natembea miguu chini. Cause unajua sasa Mombasa mnatembelea viatu. Sasa unaenda kule, other children wanatembea mguu kwa chini. Unataka mfanane. Na unaona ni fun. Sasa ni fun tu. By the time uzoee, cause hata nilikuwa nadungwa hadi na miba. Naanza kutembea ni kama na limp. So unaona hiyo maisha ilikuwa ngumu. Unaenda unatafuta kuni. Mimi mwenyewe sina ile speed ya kutafuta hizo kuni. Unapata wenzangu wametafuta nyingi. Mimi niko na kidogo, unaona? But with the time nilienda tu pole nika-adjust. Utaenda mpaka sekondari? Mungu alitenda. Dada aliaga nikiwa class 8. I think mwezi wa 4 hapo. But luckily enough nilipata my uncles ambao wali make through kwenda high school. Cause class 8 nilipita vizuri mtihani. So there is one uncle of mine akasema hapana, huyu mtoto lazima aende to another level, and I thank God for him. What was the cause of your dad's death? I think mimi nisikia tu alikuwa mgonjwa cause kuna wakati alikuja kule ushago alikuwa mgonjwa. Anarudi hivyo nasikia tu akisema your dad kule Nairobi ni mgonjwa, so I'm like unaona uko mdogo tu wewe unasikia hiyo wakati hakukuwa na simu. Your sister Margaret amepotea, hamjui yako wapi? Anaishi ushago. Kwa hivyo dad wako na huyu step mom Nairobi.
wako na u step mom Nairobi. Na mtoto sasa alishapotea. Sasa my sister. Dada kushughulika? Ilikuwa ngumu. Imagine huyu mama sijui alikuwa amefanyia nini my dad. Mtoto amepotea na hata dada ashughuliki. Dada anashughulika na Margaret mwenye ako ushago. My dad really loved me. Yani babangu alinipenda. Babangu alikuwa ananipenda sana. Ambapo hata kama ni vitu za shule, akikuja na make sure you have books, kuna uniform, yani anakupanga. Okay. Unaona hiyo ni one thing naweza sema alikuwa ananipenda. So lakini sasa nikikuja tena nikipiga akili kwa sababu ya my sister, nashindwa how comes hata kuna siku nimza daddy na mtoto wetu alienda wapi. So na daddy unaona anakuwa mkali. Cause huyu mama sijui nini alimfanyia. I can't understand. Siwezi understand. Cause daddy yeye hakuwa huko. Lakini mimi kwangu alikuwa concerned. Okay, nilikuwa nataka kujua hii ni family ni kama imeachana. Your sister hajulikani yako wapi, wewe uko ushago ni kama imekuwa scatter. Yeah, tumescatter in one way. Na hiyo life even your family members walikuwa wanachukuaje hiyo life? It was not easy. Family members hawakufurahia. Cause I remember my grandmother used to cry. Alikuwa analia tu machozi kabisa, anasema mtoto wangu alienda wapi. Sasa huyu sister wangu ilikuwa inamuuma. But kwa matanga sasa unaona dada ameaga. Yes. Sasa sister tena hayuko. Si alishapotea. Sasa tena hiyo family lazima ikae chini. Wanauliza huyu mama, tunataka utupatie huyu mtoto. Usipotupea leo lazima ukule tupanga kwa hii boma. Sasa ndiye akaanza kujililisha pale, unaona? Hana la kufanya kwa mtoto amepotea like years ago, hawakuwaifuatilia. But my sister Mungu alimsaidia cause alienda in a children's home. Okay. Yeah, alichukuliwa na watu kwa children's home, akasomeshwa kule. Kirigiti, nasikianga Kirigiti. Yeah, alichukuliwa, akasomeshwa. Okay. So alikuwa safe kule, but sisi huku tunahangaika mtoto wako wapi. Niseme hivyo juu after mimi nimemaza form 4, alijileta mwenyewe kwa boma. Wow. Yeah, ndio ujue damu pia kuna vile. Unajua tulikuanga sharp. As in my sister alijua boma. Cause nakumbuka vile alikuja alifika kuna katown kanaitwa Majengo. Na akaonyeshana tu naenda mahali fulani. Babangu alikuwa anaitwa fulani. Hakuwahi sahau. Na my sister alikuwa anaitwa fulani. Sasa watu wakamleta tu hivyo na hiyo direction. Hadi wakamfikisha. So kuna vile msichana anasikianga kwa kinagukani wapi. So alikuja mwenyewe. Kama ameshikiliwa na miaka ngapi tangu muachane sasa? Like kama 10 years. Cause nakumbuka tulikuwa wadogo. I think hapo mimi nilikuwa class 3. Yeye alikuwa nyuma yangu kama class 1. Sasa mko wakubwa. Sasa tuko wakubwa. My sister ndio amekuja. Mimi sasa nimemaza form 4. Lakini yeye alikuwa sijui amefanya kitu. Alikuwa kama sijui ni class 8. Tulikuwa unajua vile alienda kule alirudishwa tena nyuma. Sasa hatukufuatana vile tulikuwa tunafuatana. So ilikuwa like many years ago. Hiyo kitu ilikuwa inanitorment sana. Cause I have a sister and I'm not seeing her. Your sister has come. Yeah. Sasa sister yangu hajui dada aliaga. Hajui dada aliaga. Sasa unajua Waluya na mila. Apelekwe mpaka sijui kwa kaburi. Sijui haombewe. Hizo zote zilifanywa. Yeah, but I thank God. Mama wa kambo alienda wapi? Mama wa kambo, unajua in Luya wanasemanga jumezika dadi atabaki kwa boma. I remember very well because mimi unajua nimekaa kwa hiyo environment. Yeye after dad kuwaga aliambiwa sasa wewe utakanyaga nje. Utatoka tu hapo uende. 1, ulitupotezea mtoto. 2, ni nini chako kiko hapa? Si ati ni mtoto mlikuwa naye na marehemu. So you just have to go. Walikuwa na watoto na dadi? Hakuwa na watoto na wao. Si tulikuwa tu wawili, tukabakia hivyo. Wow. Yeah. Oh, thank God umemaliza high school, umepata sister yako, furaha ilioje? Furaha ilikuwa mingi cause I remember when we met, tulihagiana hata tukutaka kuachana. Yeah, tukutaka kuachana kabisa. Na my sister kuna some resemblance tuko nayo na yeye. But hii speech as in kuongea, watu husema tunaongea the same. But we are not twins. But kuna watu wananiita mimi Nancy na wao wanamuita yeye Maggie. Kwa unaona kuna ile resemblance yenye hata watu wanakuwa confused who is who. But kuna difference ya skin color. I'm dark, she's a bit light. Okay. Yeah. Oh. Sasa maisha itaendelea namna gani? Utupeleke sasa. Maisha ilikuwa wacha niseme after high school nashukuru. Nilimaliza hiyo shule na nikapita hiyo mtihani wa form 4. But now kukakuja sana jamaa akasema anataka anioe.
Umepata mtu. Nilipata mtu. Mtu immediately after form 4 hata sikuwa nimepata results. Na sikuwa na advisor, let me say that. I didn't have anybody to mentor me. Aniambie maybe Maggie just sit, ngojea results. There is still a life ahead, not only marriage. Hakukuwa na mtu wa kuniambia hiyo. You know uko tu pale green, hauna mzazi. Unajua grandmother hawezi kuambia vitu kama hizo. Grandmother yeye mtu akikuja anasema basi hapa sasa ng'ombe zimeingia. Na mbuzi. Mnafanyanga rorashio kweli. And that was it. Sasa jamaa akanichukua hata hatuku court. Niliingia tu kwa maisha yake, yeye akaingia kwa yangu. Umepatana wapi na wewe jamaa? Lazima utuambie. Huyu jamaa first meeting. First meeting I remember very well. Unajua mimi pale nyumbani, I know how to socialize. Mimi ni mtu wa watu. So my cousins hao, kuna wale walikuwa relatives wenye wanakaa nje karibu, yani mbali na boma. But walikuwa nakuja sometimes wanatutembelea. Unaona tumemaliza form 4, so tunataka kujua hizi results zikitoka ni nani amebeat yule mwingine. So katika ile harakati kuna my cousin mmoja ambaye the brother alikuwa amejoin army. Akakuja akaniambia Magini kuambia kitu. Mimi niko na rafiki yangu nataka nikuconnect. Nikamwambia rafiki, mimi nikamwambia hapana. Mimi sitaki urafiki, nataka ningoje results so that zikitoka I was aspiring to go to university. That was my target. So, huyu cousin yangu akaniconfuse akili sana. Hadi akanichukua siku moja nikaenda kumit yo jamaa at a certain center huko nyumbani. Nakwambia ni mkubwa acha ufara. By then I was big but body wise but kimiaka I was just but 18. Haya, sasa huyo jamaa kumit na yeye. Jamaa kuniona tu hivi yeye alininoki na akasema mimi nataka kuoa, sitaki story mingi. Na wewe ukamnoki, ulipenda jamaa. Sasa mimi siwezi sema nilimnoki. Let me say, I want to be frank. Sikumnoki. I tell you why. I just wanted to come out of that environment. Unanielewa? Kwa unajua nimekaa hapo, nimemaliza form class 8. Mimi niko tu nazungukia tu pale. Form 4 niko tu hapo. So I'm like I want to go out. Sitaki yani nikae kwa hiyo environment. Unaona sasa mimi ni mkubwa. Sasa jamaa mimi nikasema acha mimi nifuatane na huyu jamaa hata kama hakuna upendo. Mimi mbele kuzuri. Na jamaa hakukuwa na kaupendo hata alikuwa na upendo. Alikuwa wacha niseme jamaa alikuwa na upendo. Kwa sababu Mungu alirudi akatubariki na watoto wangapi? Wawili. Na hawa watoto ndio bado niko nao hao. Sikuwa izaa na mtu mwingine. Ni hawa tu watoto wawili. Kwa vile alinipata, aliniambia mimi sitaki ati useme mimi ni mkora. I just want to go and face your parents. Niwaambie kile mimi nataka na wewe. Na yeye alikuja nyumbani. I thought it was a joke. Alikuja nyumbani mimi nikamwambia kai, uko serious? Ati nataka kuona mwenye amekulea. Na yeye akaenda pale akajintroduce akajiongea. So wazazi wakaona kama amejiongea na amejileta kumaanisha huyu kijana ako sawa. Kwa hivyo hakukuimba, alikuwa alifuata tu protocols. Alifuata protocol. But ile ya kumwambia sasa tulia because I have my guardian mwenye amenilea, he has to know this. Alirudi akaniambia pana, let's go to Nairobi. Niende nikupatie kazi, usikue idle. So umemaliza form 4. Na unajua msichana ukishamaliza form 4 uambiwe kuna kazi mahali. Utakata. So nikaenda. But I must say that jamaa alikuwa na some protocol. Because after kwenda Nairobi like after 3 months tulirudi tukaenda kwao. Unaona? Kwenda kwao familia ikanijua, wakanipenda. Sasa tena ndio tukarudi vizuri kukaa na maisha ikaendelea. Alafu maisha ya kehiko, tunaitanga Kikuyu kehiko, marriage now. Umeingia kwa marriage. Maisha ilikuwa mzuri. Ilikuwa mbaya because alikuwa na provide kila kitu, alikuwa tu sawa. Na nikakaa like Mungu akanibariki na mtoto msichana huyu mkubwa. Na familia ikafurahi, hata yeye mwenyewe akafurahi. But now mahali shida ilikuja after kupata hii second pregnancy. Hapo ndio jamaa alirudi akabadilika. Cause nakumbuka vile nilipata hiyo mimba, nikamwambia unajua nini? Naona ni kama nina mimba. Akaniambia you sure? Nikamwambia yeah. Akaniambia ndio upime. Nikamwambia already nimeshapima, niko na 3 months pregnant. Niko 3 months pregnant. Sasa yeye kwake hiyo reaction yake nyalinipea, mimi kwangu na akili zangu ni kama hakutaka nilee hiyo mimba. But mimi sijui acha niseme, sijui nijiite nani.
mimi nilisema wacha nilee, cause mimi kwangu niliona kupata mtoto is a blessing. Yeah. So mimi sikwenda hiyo direction alikuwa anasema ati mimi labda nitoe nini. Nilisema tu acha nilee, hata anitake asinitake mimi nitalea huyu mtoto. Na yenyewe Mungu akanisaidia na nikapata huyo mtoto kijana second born. Hiyo wakati umebeba hiyo ujauzito ana provide. Alikuwa na provide akafika mahali into it ama anasema unalea tu, si nilisema utoe. You know what? Hapo ndio nilianza kuona red flags. Because arudi akasema hii mimba si yangu. So I'm like ni ya nani? Na niwe tunaishi na wewe. Hadi kuna mtu alikuja akaniambia unajua baba watoto anasema hii mimba hata si yake. Nikasema mimi na akili zangu sita react. Wacha tu nitulie so that nizae alafu tuone huyu mtoto ni wa nani. Because I thank God my children nikizaa wanafanana babao. Hawanifanani, wanafanana tu babao. So vile nilizaa mtoto, copyright. Siku ya kujifungua alikupeleka hosi? Hakukuwa. Na akalipa kila kitu, bills na everything. Let me say hakukuwa mbaya zaidi ya kuprovide. Lakini alifika mahali akalegea. Cause nakumbuka vizuri sana vile alikuja last kuniona like 2 months ndio nizae. Nilimpush into ili anipe something ya kukaa nayo cause nilikuwa ushago. Kwa mnaishi pamoja. Kwao sasa amenipeleka kwao, maybe aliona labda niende ni deliver kwao juu ya kazi yake. So ile kuenda kule nyumbani nikampush ndio akanipea kitu kadogo. Mama ujifichia, si ni kweli? So that in case hiyo siku ifike at least niwe na kitu cha kupea. Ama kama ni mambo na transport alinipatia. So hiyo siku nilifika ni mother-in-law ndiye alinipeleka. It was just a dispensary, ilikuwa tu hapo karibu. Na Mungu akanisaidia nikadeliver vizuri sana. Alafu sasa nilikuwa under the care of her mother. Okay. Yeah. Anakaa town akifanya nini na wewe kwa ushago? Alikuwa anafanya kazi. Anatuma pesa. I think so. Because sidhani kama ningekaa huko nyumbani bila kutuma hiyo pesa. Though hiyo support ilikuwa ile. Wewe ulijitakia kwenda ushago, Margaret, you are still young. I was young, lakini the guy is still young. I was, but you know, let me tell you. Mtu amekwambia twende nyumbani. Si wewe ndio unakimbia unaenda nyumbani. Kumbe huko nyuma sasa ndio vituko vilikuwa vinafanyika. Unajua acha nikwambie mwanaume ni mwanaume. Sasa aliona mimi wewe si ulibeba hiyo na nilisema usibebe. Utoe. Sasa wewe kaa naye huko. Sasa kule nyuma kama wenye hawana sasa. Kule nyumbani kwa nakaa tu yani ile kujifinyilia. Kwa sababu gani? Niko na mimi. Yani kama amekutupa. Na niko na mtoto mwingine mdogo. Unaelewa huyu ni first born na huyu ni second ako ndani ya tumbo. Ambapo utaenda wapi mama? Hauna kazi. Sasa lazima ukae tu pale kama mjinga so that ulee hii mimba uone the way forward. Tuko hapo umejifungua, umebarikiwa na mtoi. Sasa hiyo ushairi ile tuna nani atakufidi, nani atakuangalia mother-in-law? Mwenye alikuwa ananiangalia ni mother-in-law. Unajua kule nyumbani sasa kuna mboga huko kwa shamba anachuna hivi. Kuna njahi, kuna waru. Maisha inaendelea. Cause unaona huko wanafanya tu hivi na siku inapita. But the care he gave me when I got my first born na hii care ya second born vilikuwa vitu viwili tofauti. Cause sasa alikuja after 3 months after nimezaa huyu mtoto. 3 months. Ambapo huyu mwingine alikuja after a week. Na akakuja kuniona na akaleta. Na sasa unaona amekuja after 3 months bare-handed. Hivyo tu. Na nilishukuru kwa yote mama. Mtakaa namna gani sasa? Sasa maisha iko kwa. Kuna siku utarudi Nairobi na unajua mlea watoto. Hapo ndio maisha yangu sasa ilianza kutingika yani. Kwa sababu unaona umepata mtoto ambaye hakutaka upate. Uko kule nyumbani mashambani. Umezaa. Na mother-in-law ako pale. Hautakaa ukimwangalia hivi. Lazima utajaribu kumsaidia kazi moja mbili. That was life. Sasa ningefanya. Kwa hivyo mnapika pamoja na mother-in-law? Tulikuwa tunapika na yeye pamoja. Lakini alinisaidia. Let me say mother alijaribu. Alijaribu sana. Hata kama kijana yake hakuwa anamtumia pesa vizuri. Lakini mama alijikaza mahali anaweza. But kuna vile mtu anakusaidia lakini unaona huyu hayuko at peace. Maisha ikaendelea namna gani? Maisha ikakuwa hivyo ikafika mahali madhara ikakuwa nyingi. Ikabidi sasa siku yenye alikuja, mimi nikamwambia mimi sasa huku sitakaa. Cause nilikaa ni kama mimi ni maid kule. Mimi ndio kwenda maji.
mimi ndio kupika, mimi ndio kufagia, mimi ndio kila kitu. Unaona ni kama mbochi. Ai, nilimwambia mimi sasa vile umekuja tu hivi, vile unarudi tunarudi na wewe na watoto na watoto wangu. Hakufurahia, hakutaka. Lakini mimi nilimkaza nikamwambia, sijui tuseme aje. Nilimwambia lazima tutaenda na wewe. Na yenyewe siku yenyewe alikuwa anaenda, I packed my bags already. Nikamwambia tunaenda, tuache watoto wetu, tunaenda nao wote. Naye anasema aje? Yeye anasema hapana, ungekaa kidogo. Nitakuita. Nikamwambia hapana. All along kwenye unaishi tunaenda kuishi. Yes. Kwenye unakuanga by the way kulikuwa na nyumba huko tunaenda kukura kuranga. Yeye alikuwa all along tulikuwa tunakaa tu vizuri. Tukikuja nyumbani tunarudi wote. But inafika mahali sasa unaona ananiacha mimi nimezalia nyumbani na bado akikuja anataka bado aniache. Mimi nikamwambia no. Lazima tuandamane. Twende kule town hata tukikunywa strong tea mimi niko tu sawa. Kwa sababu gani? Niwe na ile amani ya roho. Bata ya kupenda. Sasa kwenda kule ndio nikapata mambo yalikuwa mengi. Alikuwa analeta hadi wanawake kwa nyumba. Ukiwa huko? Alikuwa analeta. Sasa kama si huko nasikia reports. Wanawake walikuwa wanakuja. Wanapiga sherehe hapo kwa nyumba. Yaani mambo unapata kwa nyumba manguo zenye hata si zako. Niliona mambo yenye sijaiona. Ndio naona hii siku umemwambia lazima tuende Nairobi. Yeah. Wewe umeenda. Au wanawake wanaletwa kama uko kwa nyumba? Kama siko. Wakati siku kuwa alikuwa anawaleta. Nao alidhani akikuja nyumbani hatutakuja na yeye, hatutarudi na yeye huko kwenye anaishi. But unfortunately I think sijui niseme ni kichwa. Nikasema lazima tutaenda na wewe. Sasa ndio nienda nikakutana na manguo zenye si zangu. Kwa nyumba sasa. Wake, unaona? Vituko tu kule, unaona? Hata manguo zile za ndani ziko kule kwa nyumba. So I'm like, hey, is this real? Unaona hapo sasa ndio taifa hakuwa ameoa, nikuleta tu wasichana. Nikuleta, yani ni mtu alikuwa anapenda raha. Raha ilikuwa ndani yake sana. Hiyo kitu ulichukulia aje? Sasa na uzito. Kumbe ndio nipeleka ushago. Nilichukulia hiyo kitu na uzito tena sana. Cause kuna sometimes I used to call simu yake iko mteja, ambapo ikuwa kitu normal. Ambapo hata kama ni mteja tukatai hata mtu akienda kazi anaweza switch off. Like switch off like 4 days. How? Hapana. Ninapiga simu, nina text, no response. Mtu ametulia tu. Sijui alikuwa na line 2 alikuwa ananificha. Huyo mtu alikuwa mjanja sana. But sasa nao nimekuja nimejionea mwenyewe kwa nyumba. Sasa sikuambiwa. Nikamwambia sasa hii, unataka kuniambia sasa hapa una mtu ameniambia hizi pants zinafanya nini? Hizi t-shirts ni za nani? Hizi nguo ni za nani? Sasa hapo akaona huyu amejua ujanja wangu. Sasa hakukuwa na amani. Mimi nikamwambia jameni, hata kama ni madharau unaleta hadi kwa nyumba. Na unajua bado tuko na watoto wadogo ni hawa tunalea surely. Sasa hakukuwa na amani. Alikuwa anafanya kazi wapi? Alikuwa anafanya kazi na nyuki. Okay, kazi yenye yeye mwenyewe anafanya ni gani? Alikuwa mwanajeshi. Ako na pesa. Ndio hapo nauliza. So anaisarisha hawa wasichana na watoto wake si lazima. Na ndio nakwambia ilifika mahali usaidizi ulirudi ukapungua. Kumbe sasa kulikuwa na wanawake wanaingia wake. Sasa mtaishi aje kwa hiyo nyumba? Ilikuwa sasa hapa kuna watoto. Hakukuwa na amani. Hakukuwa na amani. Kwa sababu unaona tu vile mtu ana behave, unaona huyu hata hataki tukae hapa. Yaani I think vile nilipata tu mtoto wa pili, huyu mtu alibadilika. Kupata tu hiyo mimba. Huyu mtu alibadilika kabisa. Sasa utatafuta kazi. Vile sasa mmeenda kazi sasa na niko na mtoto mdogo na nyonyesha mama. Okay. Nashindwa nitaenda wapi? Najaribu kutembea huko town, nijaribu kutafuta kazi, hata sipati. Yaani stress. Naye anakuambia aje tafuta kazi jirishe. Kwa nyumba hakuna amani. Yaani hakuna amani kokote. Na ujue niko na watoto wawili. Yaani regret kwa nini hata nilizaa na Mungu anisamee. Na regret kwa nini nilifuatanisha. Cause niliona nilizaa haraka. Hiyo kitu ikumfurahisha. Cause nilizaa first born kidogo for second born ndio huyo. Sasa watoto wangu tulikuwa hivi. Hata tungesimama ungefikiria ni mapacha. Tulikuwa tudogo sana. Hadi huyu mdogo. Okay, sasa hiyo maisha yenu na yeye itakaa namna gani hapo ndio tuko. Ilikuwa ngumu cause ilikuwa inafika mahali mpaka kuna siku hata alishainichapa. Na ambapo kitu ambacho hakuwaifanya. Alinichapa hadi ile tu ugofi hakutaki. Juu wewe ulisema ukuje na hakuwa anataka tusichana. Hakuwa anataka. So ikabidi sasa unaona fights zikiingilia kwa familia. No peace at all. Yeah. Watoto ndio hawa.
Nilisoma huyo mtu nikaona huyu ni kama hata anitaki. Sasa mimi nikasema kuliko kukaa tunajifinyilia kwa mtu, afadhali mimi nitoke niende. Na ukumbuke hauna kazi na uko na hawa watoto wadogo. So hapo tena ndio maisha tena irudi karibika kabisa. Kwa sababu kwenye naenda sijui ni wapi na wala sina kazi. Na yeye hajali. Unaona vile unaweza toka kwa mtu arudi akufuatilie na simu akuulize na kwani unaendeleaje? No way. Nilitoka kwake leo, kesho napigwa simu na neighbor. Hey, kuna mwenye ameingia. Wewe umeenda na watoto wapi? Because you need rent, you need food. Nilikuja huku Nairobi. So unajua tulikuwa na Nyuki. So I came to Nairobi. One of my uncles. Nikafika labda huko nitapata a rescue place ya kukaa. Huwezi toka tu, unajua kwenye unaenda na watoi. Kukuja, my friend. Unaona ukiwa na shida, you will know your true friends. Sure. Kabisa. Cause vile ile welcoming yenye my uncle alikuwa anani welcome, na vile nilikuja na watoto, ilikuwa vitu mbili tofauti. Kwa sasa ilikaa ni kama ni mzigo nimeleta pale. Siku ya kwanza tuonyesha upendo, wa pili. Siku ya tatu ujue mtoto anataka pampers, anataka maziwa, anataka kukula, wanataka kuvaa. Cause nilitoka huko bila anything. What I carried was just my children with my certificates. Na zile birth certificates zao. Only na ID. Lakini atuseme hii nguo mtoto atachange. Nilikuja kuanza but maisha ikuwa rahisi. Ikuwa rahisi. Sasa kwani kwa utakaa kwa muda upi? Nilikaa like a week. Naye a neighbor akaniconnect kwa mama alikuwa anataka mtu wa kumfanyia kazi. Ikabidi sasa tena niandamane na huyo mama. Unajua niko na watoto wangu. Usiacha watoto. Sasa nikaendelea tu kufanya hiyo kazi hata kama nilikuwa nalipwa kidogo. Watoto wakule, wakunywe, wavae at least. Sasa unaishi kwa nani? Umetoka huyo mama alirudi akanipea nyumba, a room ya kukaa na hawa watoto. You started life there. I just started from scratch. Sasa nilikuwa nampigia simu namwambia ni aje. Unajua saa nyingine lazima tu ujibembeleze. Sasa hauna otherwise. Hao watoto ni wake. I respond na yani kama unambo. But ilifika mahali ambapo ilikuwa serious. My son was sick. Sasa huyu mdogo alikuwa mgonjwa sana. Alikuwa na pneumonia. Sasa nikajaribu kumwambia mtoto ni mgonjwa. Yani ana ignore. Sasa kuna neighbor alimpigia. Akamwambia nikwambie nini? Mambo nataka uchuzi mawili. Ukuje uchukue mtoto umpeleke hospitali ama ukujie jeneza. Akaona haya, hii ni kama iko serious. Ndio sasa akaanza kutafuta direction, akafika mahali tuko tunaishi. Ndio akachukua sasa mtoto, akatuchukua. Acha niseme akatuchukua. Ndio mtoto aende hospitali sasa. Mkarudiana? Hakuna kurudiana. Ni hao watoto tu wanapeleka hosi. Kupeleka mtoto hosi. Akalazwa, alilazwa like a month. Alikuwa seriously sick. Ilikuwa tu kidogo hivi aende, lakini Mungu alikuwa mwaminifu. Bado wako na sasa yako very healthy. Nashukuru Mungu. So hamtarudiana na huyu bwana? Next ndio alifanya kwa sababu aliona sasa huko hataki sasa kujionyesha kwamba he's weak. Akatuchukua akatupeleka kwa the sister. Unaona hii ni familia yake. Mimi na watoto wangu. Wakapanga na the sister mimi niende twende nyumbani na hawa watoto ushago. Solution ilikuwa tu ushago. Sasa twende kwao. Hataki wewe ukae tao. Hataki hiyo story. Haya. Na watoto ni wadogo. Kule kwao unajua ukienda pale. Obvious hamko in terms. Ni tulienda. Wewe ndio kila kitu. Nilikuwa kama maid. Na sasa ndio madharau ikazidi. Umerudishwa tena nyumbani. Ukakumbali. Nikafanya aje mama? Haya. I had to. Kwa sababu kwetu mimi sina wazazi. Kwao nitabidi niende juu ya hawa watoto. Because sina otherwise. Kwenda kule sasa madharau tena ndio ikakuwa times 100. Ukafanya nini? Yani wewe ndio kila kitu. Unajua kuna vile mtu anakuongelesha. Unaona hapa I don't belong. Ama kuna kitu mtu anaweza kukufanyia. Uone hapa huyu anitaki. Unajua mtu mzima si lazima uambiwe vitu. Kuna vitu unaangalia hivi na macho, kuna vingine unasikia na masikio. So my sister, I went there. Tena environment ikakuwa worse. Ikabidi tena nitoke, tena niende kwetu. Ukumbuke kwetu hakuna wazazi. Wakati tu sisi baba aliaga, mama wa kambo akaenda, mama hatujui ako wapi, nyumba ikabomolewa, sasa niko tu like a bird in the air. Yani uko tu ujui unaelekea wapi na unaenda wapi.
So ikabidi niende tu kwa ile environment nilitoka ndani. Na ujue sasa nimekuja na mizigo 2 hapa watoto. Maisha haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Sasa umeamua hii ndoa hapana. Hiyo ndoa sasa ilikuwa haitakikani kwa sababu wazazi uncles from the other side of your kwenye sasa kwa daddy uko umerudi. Yeah. Kuna uncles. Kuna watu wanaishi huko. Wako. Hata my grandmother bado alikuwa. Maisha utaanza aje sasa? Ni ushago bado? Ilikuwa ngumu. Ni ushago. Sasa umeachana na bwana kabisa. Nimeachana na bwana na hapa niko na watoto 2. Unaona? Sasa ilikuwa hard. Kwa sababu hata nilikuwa hata natusiwa, rudi kwako. Unajua sasa Uluyani wanasemanga, yani Luya wanadhamini sana kitu ya marriage. Ambapo yani ukae tu pale. Hata ukikufa ukufie tu huko. Sauri yako. So hiyo ndio ilikuwa mentality yao. Ambapo hawataki kusikia my side, niwaambie yani kulikuwa kunaenda hivi. Ama watu waseme wacha tukae hii mambo ikuwe solved. Hii mambo ikuwe sawa. Hao watoto warudiane because we were very young by then. Hakukuwa na hiyo. Kurudi huko life ilikuwa ngumu. Sasa umekuwa single mother. Niko single mother na watoto 2 wadogo at a very young age. Mtoto inafaa kule. Watoto inafaa wavae. Watoto my friend haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Unasikia tu mtu anakuambia live. Watoto wako wanamalizia watoto wangu chakula. Utasema nini? Unawaangalia hivi. Ambapo yani hata wakipika hicho chakula, unatamani upewe tu kidogo hivi ili ukapatie hawa watoto. It was hard. Ilikuwa ngumu. Ni kazi gani unafanya saa hiyo uko ushago? Ni kulima tu na hiyo mambo ya ushago tu hiyo? Hata kazi haikukua. Kwa sasa kulima sijakuwa pesa wapi? At first nilikuwa naongea na babake ananirushia kitu. Kadogo. Akurushia kama 200, akurushia hata kama 300. Kienda sana 500. At first. Hiyo ni mwezi mmoja wa pili. Wa 3 akaenda off. Na unajua 500 utanunua nini? Maziwa. Sasa Pampers mimi nilisahau. Nilikuwa nafunga viraka. Watoto nafunga huko. Lakini sasa watoto wamegrow. Wanaenda wakisonga. Lakini huu mdogo unajua alikuwa mgonjwa tena akarudi back. Tena nikaanza tu tena Azini alikuwa mgonjwa sana. Sasa namfunga hizo viraka hivyo. Na unajua ushago sasa hakuna mambo mengi. Kufua unaenda kule mtoni. Kupata hiyo sabuni tena bado ilikuwa ngumu. Juu sasa lazima wafulie kila siku. Mara environment haiwafevi. Wamezoea town, maisha mazuri. Lakini sasa hapa ni ushago. Na ambapo si kwao. Unasikia hata wengine wanawatusi. Na ni watoto wadogo. So ilikuwa ngumu. Nakumbuka kuna siku my cousins 2 walipanga njama. Wanipige ili nitoke pale niende. Hao sasa mababa zao wako. Na wenyewe walifanya hivyo. Walinipiga vizuri kabisa. Ili sasa hata ndio nikasirika sasa nitoke niende. Ilibidi nifanye nini? I had an aunt. Ambapo naweza ongea saa hii, hayuko na sisi saa hii, alikufa. Okay, sorry. I called her and she really loved me. Kamwambia auntie, environment hainifevi. Na mimi auntie watoto wangu bado wadogo. Na auntie niko sure nikikuja huko utanipa kazi. Because auntie yangu alikuwa askari. Auntie alinisikia. Hata sikuongea sana. Aliniambia unataka aje? Nimwambia tu auntie wetu mafare. Mimi nikuja. Ni auntie wasaidia dad? Daddy. Okay. Yeah. So auntie kunitumia hiyo fare na akaniambia sasa Magi ukikuja utakuja na watoto. Unajua pia hapo kulikuwa na changamoto. What can I do? Nimwambia auntie wacha ni figure out mahali watoto ndawaeka. So that mimi nikuje nitafu. Penye imefika auntie itabidi nitafute. And auntie alinisikiza. So nilichukua hawa watoto. Mtu akaniambia hapana. Hao watoto wako na kwao? Wabebe wapeleke kwao. Alafu sasa wewe uende utafute. Ukisha stabilize, you can pick your children. And that's what I did. Umewapeleka kwa kina dadi yao sasa? Ilibidi niende. The father now? Nilienda sasa kwao kule ushago. Unajua hata si mbali na kwetu. Ni mahali kama pa 150. So nikaenda. Nikajiongea kwa mama. Nikamwambia mami, itabidi ukae na hawa. Na mimi niende nitafute. Mamake naye alikuwa na rahat poa. Akaniambia ina shida. Mimi nitakaa na hawa watoto. Wewe ende utafute. Na Mungu alinisaidia. Vile nilienda na Mungu akanipa kazi. Sasa nilikuwa nafanya kazi natumia madhe. Nafanya nikipata pesa namtumia. Namwambia aki. Umepata kazi gani saa hiyo? Nilikuwa nafanya kwa shule mahali. Okay. Kule Isinya.
Yeah. Sasa nikipata mshahara na make sure nimekata katikati, naambia madhe hizo make sure watoto wamekula, make sure wamekunywa, ndio hizo pesa. Ani hivyo nilikuwa nafanya. Ikafika mahali nikaona hapana, mama ni mtoto. Na na feel ile loneliness, watoto wangu wako wapi? Nikasema hapana. Now that Mungu amenisaidia kidogo, at least kuna mahali naweza toa shilingi niende nikabebe wao, wakuje tukae na wao. So hivyo ndio nilifanya. Sasa ndio nikawaleta. Sasa tena tukaanza maisha tu bado. Sasa Mungu alinisaidia kwa sababu nilikuwa naenda kazi. Nikipata mshahara. At least umepata kibarua. Yeah. At least umejipanga na kanyumba. Sasa umeleta na nikachukua a cheaper house ambapo naweza afford. Hata kama ni single. It's okay. And that's what I did. That's what I did. So nilikuwa nikipata mshahara nafanya hiyo shopping. Watoto walikuwa sawa. Walikuwa sawa. Acha niseme Mungu alinisaidia. But now sasa umejikubali. Nimejikubali mimi ni mama na Mungu akanipa watoto na Mungu asante. So Mungu nisaidie na Mungu akanisaidia. Sasa watoto tu walikuwa ninawasomesha. Anything wanataka nafanya. Cause hata babao nilikuwa na reach out, at least nimpigie nimwambie watoto wako hivi. Yeye hakuwa na ile positive response. Cause nilisikia alirudi akaoa. After mimi alioa, huyo akaenda, tena akaoa. Lakini sasa huyo mwenye alioa next after ule, ako. Sasa mimi nikaona hakuna haja niingililie hii familia. Mimi si nilishindwa. Sasa si Mungu alinipa hawa, siwacha niwalee tu. That's what I did. Hiyo maisha ya kulea sasa, tusonge nayo sasa. Si rahisi. Cause unaona, hapo hivyo ndio kunapata pesa. Na pia bado nilikuwa very young. Kwa mdogo. Cause nakumbuka vile nilienda kwa hiyo ndoa. Nilizaa na 19. Na after 19 na 21 nikakuwa na huyu second born. Unaona umeachwa ukiwa na 21. You're still young, yeah. Very. Tena damu bado inakimbia. Si ni kweli? Yeah. Uko na mwili. Niko na mwili na tena damu joto iko mingi. So ndio nikakutana na huyu pastor sasa. Nikasema sasa unaona waliniacha, sasa leo nimepata mtu mzuri. Ngoja. Uko single mom, raising 2 kids, uko na kanyumba kako, at least uko na mapato kidogo. Pasi mmepatana wapi? Pasi ndio huyo. Pasi I think tulikutana mahali kwa church. Unaona alianza kuniona. Unaona vile wanasemanga mtu amekuona. Anaanza yani kusema vile kwenyu kuko, vile we uko. Wanaonyesha. Na ni true. Kwa sababu kila alikuwa anaguzia, it was just true. Sasa nikaona huu mtu ni kama ni wa ukweli. Kwa sababu usitupeleke mbio Margaret. Hii church ni yenye ulikuwa una attend? There's a friend who welcomed me in a church. A certain neighborhood church. Yani niende tuko like a fellowship. Sasa unaona pale kuna wale wageni watakuja, unaelewa? Sasa through wale wageni kulikuwa na huyu pasi. Mwenye alinimulika. Na hapo aliniitisha namba. Mimi nikamuuliza namba ni ya nini? Akaniambia hapana, kuna crusade tunataka tupange na nataka wewe kuwe involved. Nikaona kama ni crusade mimi sina shida. Nikampa namba. So from there communication ikaanza. Na vile alikuwa anajieleza at first alianza kuniona, as in aliona vitu kwangu zenye zilikuwa ni real. Na mimi nikamwamini. Hii namba mlipeana siku ya hiyo the first day. The first day aliniambia kuna crusade wanapanga na anataka mimi nikuwe involved, nikuwe one of them. Na mimi nikaona it's a good idea kama ni crusade hiyo haina shida. Sasa kumbe yeye alikuwa na another hidden agenda. Sikujua kama alikuwa na nia nyingine ambapo nilikuja kujua baadaye. Sasa unaona huyu ni pastor amekuja. Ameniona. Kumbe yeye alikuwa anataka relationship na mimi. But me, I wasn't there. Mimi akili zangu hazikuwa kwa mwanaume hata kidogo. Kimwangalia hivi ni kijana. Ama unamchukulia tu mtumishi wa Mungu. Kama ni crusade mambo ya Mungu napenda. Na alikuwa naimba vizuri. Kwa unaona kwa hiyo fellowship, aliimba vizuri sana. Nikaona, huyu si ni mtu wa Mungu huyu. Na anaimba na anaomba. Mimi kwangu nikaona, ni pastor basi amesema twende tukapange crusade. Hiyo haina shida. Kumbe yeye alikuwa na another hidden agenda. Ambapo mimi sikujua. Nilikuja kujua baadaye. Sasa umekuwa mshirika. Sasa si mshirika sasa. Alianza sasa kunifuata na simu.
ananifuata. Yani unaona vile tu communication iko. So unaelewa? Habari ya leo. Unaona communication tu zikaanza tu pale. Kunijulia crusade mlipanga. Crusade hakuna crusade ilipangwa madam. Hakukuwa na crusade. Na ndio nakwambia alikuja in the name of crusade ambapo nikuja kugundua it was just like hakukuwa crusade. Ile tu kuniingiza box. Okay. Sasa huyu mtu kumbe alikuwa ananitaka na yeye alinitaka. Na kutakwa si vibaya. Sio vibaya. Now there's a place I used to stay. But mimi in my mind I wanted to shift. At least nitoke pale mahali I go somewhere else. Yani unaona umekaa mahali sana, so I'm like ni change environment. Unanielewa? Kwa sababu penye kwa nafanya kazi niliona nikisonga kidogo at least nitakuwa na ile easy way ya kwenda kazi. So ikabidi nitoke hapa niende kule kwingine. So nikakuja na hiyo idea nikamwambia mimi by that nataka kushift. Unaona vile unaweza share na mtu kitu, a friend. Akaniambia unataka kuhama? Ati hata mimi naweza kukuhamisha. Na hapo mnataka kuhamishwa, situweke kikomo, a little break and then we'll come back shortly. Okay. Ushikilie hapo usisahau. Okay. Anataka kukuhamisha. Okay, mwiroreri nituracokereria ihinda ritari kuraya. Tabarira ni Umĩrĩria Show. Umĩrĩria Show nitwacokereria. Tabarira ni Umĩrĩria Show. Na kama uja subscribe, kindly subscribe to this channel, like this video na utuandikie comment. Tuko bado tunaendelea na story yetu na Margaret. Tuko mahali anasema kuna pasi wamepatana na huyu pastor, wamekuwa na uhusiano wa kuongea, kuna vile wanaongea na wamekuwa ni kama marafiki. Na Margaret anasema anahama, nataka kulilocate mahali alikuwa naishi aende mahali pengine. Margaret sasa akaniambia atanihamisha. Na nikaona it's a good way. Kwa sababu gani? Hiyo wakati nilikuwa nafanya kazi, I didn't even have time. Time yenye unapata ni Saturday na Sunday. Saturday ufanye cleaning, Sunday uende church. Sasa unaona hiyo time ni kidogo. So nimepata hapa mtu wa kunihamisha. Utakataa? Hauwezi. Ilibidi anihamishe. Anakuja kukuhamisha kama sasa. Yani ananihamisha in a way kama pastor, ama kama boyfriend, ama kama rafiki. Wacha niseme kama rafiki pastor. Rafiki pastor. Yeah. Sio boyfriend, cause mimi hapo si huko. Mimi kwangu. Ajarusha mistari huko. Anarusha na mbali lakini mimi si huko. Okay. Siko huko kabisa. But sasa akanihamisha. In a way that aliniambia nimepata nyumba. Ni atatafuta. Yeye ndiye ametafuta nyumba. Nimeshaipata. Sasa wewe unipe pesa niende nilipe nyumba. Akaniambia the amount na mimi I think hapo nitajiita mjinga cause nilimpatia hizo pesa enda alipe. I used to work. Haya, amepata sasa nyumba, si ndio? What next? Si ni kubeba vitu na kwenda. Haya, tena tukapanga siku sasa yeye akuje na pick up, akuje bebe vitu, sasa tena twende. And that is what he did. Sasa kwenda kule, afadhali uone. I regret kwa nini sikuwa iona. Cause alitafuta nyumba yenye mimi mwenyewe sikutaka. Kwake alikuja akaniambia nimepata nyumba size hii, room fulani, wanalipa pesa fulani. But kukuja kwa ground sikupata hiyo nyumba yenye alikuwa anasema. Ambapo ni kama alinikon in one way. Hizo pesa nilimpea ni kama alizikula zingine na kidogo akalipa hiyo nyumba. Kwa hiyo nyumba haikunifurahisha hata kidogo. Kwa hiyo nakumbuka vile tuliingia, vitu vilijaa hadi papa tukashindwa vingine tutaweka wapi. Akaniambia hapana, wacha tuende nikupeleke mahali uende weke hizi vitu vingine. So kwenda pale mahali kumbe ni mahali penye yeye anaishi. Umehama tena kwa hii. Huku hivi vitu vimejaa but it was just a neighborhood. Huko ndio sasa tumepeleka vile vitu vingine. Unanielewa? Hiyo ndio kuhamishwa nilihamishwa. Kwa hiyo alikuwa anajua vitu zako ziko hivi. Zinatosha na hivi. Kwa hivyo atatafuta kanyumba kadogo, umpatie pesa akwambie ni ya bei gani. Bas. Ndio agawanye vitu zako. Kidogo zikaenda kule, kidogo zikakuja huku. Sasa what next? Vitu zimeenda kule kwake. And it is late. Akaniambia afanye hivi, juu leo mmechoka, mpumzikie huku so that kesho tuone the way forward vile utaenda upange nyumba vizuri, kila kitu ikuwe sawa. Cause at first mimi nilimwambia I don't want a relationship.
And if there must be a relationship, unipatie time. Vile ulimpatia pesa, ulimtumia pesa ya kulipa hao. Alikuonyesha that transaction? Hakuwahi. Ama receipt ya nyumba? Hakuwahi. Umemtrust? Yani ni vile tu mtu unawezaona like a friend. Na ni pastor. Na ni pastor. Okay. Na amekuona. So I'm like, huyu mtu ako genuine. Na utaki kumuuliza maswali mingi, but umedoubt. Nimedoubt sasa hapo. Unaona after saa kufika kwa ground, sasa nimeanza kuwa na doubt. Cause what is this? Hii si nyumba yenye ulikuwa umeniambia umepata. Na hii nyumba nimetoka ile pesa nilikutumia. So I was like, niko na questions kwa akili. Na bado namuuliza. Na yeye mwenyewe ananipeleka hivi. I think hapo ndio kulikuwa na the first red flag. Yeah. Unaona? Haya, kwenda kule kwake, sasa kumbe ni bibi alikuwa amechukua. Mimi sina habari. Ako na bibi? Mimi sasa si ndio bibi. Oh, yes. Okay. Unaona sasa kuna vitu vimeenda kule. Na amesema tupumuzikie kule so that kesho tukuje tupange hii nyumba nyingine na maisha yaendelee. Kwangu kumepangwa. Sasa kumepangwa. Tuende tulale huku, kesho turaukie huku kupanga. Kisikufikiria. I think hapo hivyo. Si mkaenda mkalala. Sasa sikumbe ni bibi alikuwa anataka. Si pasi ni pasi. Pasi ni pasi, na ujue pasi ni pasi kule kanisani. Kwa nyumba pasi si pasi. Kwa ile room. Hiyo room. Maisha ikaanzia pale sasa. Umeshaingizwa box. Hakuna kwenda ukiingia kule. Yes, si pasi. Nasema pastor. Sasa atakwambia sasa unajua sasa hata kama mimi ni pasi. Yes. Kuna mambo. Na ikatimia hivyo. Na hivyo ndio ilikuwa. Na mkapenda. Na hakuna tafadhali. Cause unaona hawa ni watu wawili tofauti. I want to tell you. Cause yule mwenye niliona kule nje wakati sikuwa kwa nyumba yake alikuwa mtu mwingine tofauti. But vile niliingia kwake hivi alikuwa like mtu mwingine tofauti, yani mnyama. Sasa si mtu. Ama nawe ulikuwa bado unasikia unampenda. Wacha nikwambie tangu hii mambo yote inafanywa hapa kuhama hivi. Azi nilimpenda kama rafiki. Kama kama rafiki. Si wakati alikwambia mkalale kule ukufikiria mimi nilimuuliza kwani sasa hizi ni gani? Na ndio nakwambia unaona wakati nilimmeet akiwa kule nje alikuwa tofauti sana. Unaona sasa hapa uko ndani ya nyumba sasa ni mtu mwingine tofauti. Sasa hapo hakuna tafadhali. Anakuambia tu, si mnaisa lala. My point is ulale tu. Usiseme utulale tu. Cause mimi hata nilimuuliza. Mimi umeniambia nikuje ni relax. Kesho naenda kupanga nyumba yangu. Unaniambia hizi gani? Aliniambia utaacha ujinga. Yes, ndio nakwambia walikuwa watu wengine tofauti wawili hivi. Alinigeuka akaniambia acha nikwambie. Sasa umekuja hapa ni kwangu. Sasa ukamwona ni mimi na wewe sasa Margaret. Mimi na wewe. Na akaniambia wacha. Na tena akatoa macho mengine akaniambia utaacha ujinga. Haya. Sasa unaona amegeuka. Sasa sio yule pasi nilikuwa najua. Huyu sasa ni mtu mwingine tofauti kabisa na ule pasta mwenye nilikuwa najua. Sasa ndio huyu. Maisha imeanza. Was it by force? Anajiita yeye ni pasta. Ama na wewe utajiachilia tu. Let me tell you, it was by force. Roho Mtakatifu atawale sasa. No, it was by force. Ask me why. Why? Kwa sababu wewe unanitaka, mimi sikutaki. Hiyo siku na force itakuwa pale. Wakati na confront na kuambia kwa nini? Umwambie siwe ni pasta. Na mwambia mimi hatuku agree hivi. We agreed on wewe unitafutie nyumba mimi nikuje nikae. Na nikakwambia vizuri I don't want a relationship. How comes you are forcing me? Haya imefanyika sasa na life must go on. Life must go on. Sasa uko pale. Haya kesho umeamka. Inafaa urudi uende utafute uende upange ile nyumba. Si ni kweli? Ananiambia achana nayo. Hivyo vitu viko safe. Vitu huko. Hivyo vitu viko huko viko safe. Aliniambia hivyo. Nikamwambia na mimi sitaki kukaa hapa. Mimi nataka kukaa kule. Aliniambia utakaa hapa by force, by fire. Utakaa hapa. Why by force? Yani alikuwa mtu mwingine yule sijui nikwambiaje very rigid. Yani alikuwa sikuwahi muelewa. Yani una vile tunaweza ongea hivi tuelewane. Yes, si mtu mnaweza ongea muelewane. Ndio nakwambia vile niliingia kwake hivi ndio nilianza kujua sasa huyu ni mtu gani nilikuwa na relate naye. Huyu sasa ni nani? Huyu ni ule pasta mwenye nilikuwa naona kule nje. Sasa nikaanza kuona true colors zake hivyo. Wakati nilikuwa kule nje tu tukiongea tukipiga story tukicheka mtu tofauti.
kuingia kwake hivi. Si pasi ni mtu. Mnyama. Hata wewe. No, ni mtu. Yeah. Tuondoe upasi pale. He's a human being. Na huyu ni mdem. Sasa ako pale. Sasa kumbe mimi ni bibi. Kumbuke yeye ni pastor. Nikamuuliza sawa, kanisa liko wapi? Nilikuwa kwa kanisa ya ndugu yangu. Simulijuana kwa church. Kwa church yenye ni fellowship tulikuwa tumealikwa. Okay. Mimi nilikuwa nimealikwa na friend, na yeye I think alikuwa amealikwa pia pale. So tumekutana. Hiyo church ilikuwa yake. Sasa mimi kufuatilia nataka kujua hii kanisa ni gani. Kumbe alikuwa kwa kanisa, kwa ile kanisa ya brother yake alikuwa anacheza keyboard na kuimba. Sasa yeye hana. Of which ni minister. Yeye ni minister. So in short, kwa hiyo area. Kunitaka mimi, alitaka tuungane so that tutengeneze kanisa. Kuna watu wanajua kutumia watu. Yeah. And that's what, hicho ndio kitu huyo mtu alikuwa anafanya. Okay. Kwa sasa wakati tulijoinisha hivi, ndiye akaanza kutafuta nyumba. Nataka nyumba sasa ikuwe kanisa. Mimi ni pastor. Anataka maybe muoane kitu kama hiyo. Yake, okay. Si sasa target yake imeshaingia. Si niko kwa nyumba. Haya sasa nyumba akatafuta. Hana pesa. Wacha nikuambie, huyo mtu tangu niingie tu kwa yani tangu aingie kwa maisha yangu, yani alini drain. Unajua ku drain mtu? Alini drain till the last cent yenye nilikuwa nimesave. Sikuwahi kuwa nayo. Unaenda job saa hiyo? Naenda job. Naenda narudi. Watoto wako. Lakini si unajua walikuwa nasoma. Na mimi kisha watoto wangu wanasoma. Wanaenda tu shule. Ndio nasema uko na watoto sasa? Yes. Naenda shule, anarudi. Mnaishi kwa huyu jamaa? Kwa huyu jamaa, na maisha ni. Kwa hivyo watoto wako tu huku. Na maisha ni magumu. Okay. Niambie, watoto wamezoea kutoka huko. So ni kama umeolewa? Ni kama nimeolewa. Na huyu ni baba watoto sasa. Okay. Which ni kama ilikuwa sawa. Ni kama hivyo. Si umepata mtu? Haikuwa sawa. Kwangu haikuwa sawa. Sasa ulikuwa unamfeel? Hata sikuwa namfeel. Ndio nakwambia, unaona wakati nilikuwa na yeye, wakati sikuwa nimeingia kwake, alikuwa mtu tofauti sana. Vile nilienda tu kwake siku ya kwanza hivi, na nikaanza kuona red flags. Kuona kwamba huyu mtu anakaa mkora huyu. Kwanza amenikon pesa za nyumba. Yeye ndio huyu ameniambia nikuje nikae hapa na mimi sitaki. Ananiforce, ananithreaten. Nikaanza sasa kujua hizo kalasi zake pole. Na kumbe sasa kupata hiyo nyumba yeye mwenyewe hana pesa. Pesa ni mimi. Tuko hapo anatafuta nyumba ya church. Mimi sasa amepata sasa nyumba. A hall, yani mnatafuta amepata hall. Na hana zile pesa. Zitatoka wapi? Unaona mimi ni mgeni pale. Tena mimi ni mgeni pale. Sasa yeye ameongea tu na landlord, wamepangana vile wamepangana, kumbe anaambia landlord huyu ndiye atakupatia pesa. Huyu ni mke wangu na ako na pesa atakupatia. Tulia, akipata mshahara wewe utapata pesa zote. Mnaishi na pasi hiyo nyumba, tuseme mmeoana, uko na watoto. Kila kitu ni una provide. Everything. Paka food. Everything. Unajua mimi ningepata mshahara ninafanya shopping. Unaelewa tu unalipwa pesa mingi aje? Haikuwa pesa mingi mama. You have children? Yes. Haikuwa pesa mingi. Na wanasoma? Haikuwa pesa mingi. Let me say, haikuwa pesa mingi, but ile tu kidogo nilikuwa napata, nilikuwa najipanga tu nayo. Wanasema better a little than never. Yeah. Hiyo kidogo tu najua hii nitalipa nyumba, hii nitanunua chakula, hii nitasave. Unaona? Hivyo na naona tu maisha inakuwa sawa. Cause nilikaa nao and I used to manage. Sasa unaona huyu ni another mtu amekuja kwa maisha yetu, ameleta another burden. Yeye mwenyewe kumbe hakuwa anafanya kazi. Sasa mimi ndio nilikuwa breadwinner. Mimi ndio kununua chakula, mimi ndio kulipa. Halipo na ile chachi kupiga keyboard na lipango. Sasa hapo ndio kulikuwa na question mark. Cause hizo pesa mimi sikuwa hiziona. Mimi nilikuwa nafanya kila kitu. Na anataka kupatia masharti after kupata hiyo mshahara. Pesa ni ngapi? Hizi tunaweka kwa nyumba, sasa ndiye amekuwa ndiye ananiplania. Na yeye mwenyewe aendi kazi. Na ukumbuke at first wakati tulikutana alinidanganya yeye ni askari. So mimi nikajua basi nimepatana na mtu mwenye anafanya kazi. Hata kama nitakuja ingia box ambapo staki, niko na mtu at least mwenye ana earn income. Unaona? Kumbe yeye hakuwa anaenda kazi, yeye ana depend kwangu. You understand my point? Askari anaendanga job asubuhi ama ako na shift ya usiku ama nini, lazima aende job. Tulikaa like 2 days, hakuna dalili. 3 days, hakuna. 1 week, 2 weeks, nilimuuliza hapana. Wewe unaendanga kazi?
Na ndio nakwambia that man was arrogant. Alinijibu vibaya sana. Aliniambia hiyo isikuwe shida yako. Hiyo sio shida yako. Nikamwambia hapana. Keti chini. Uliniambia wewe ni askari na ukaniambia unafanya station fulani. Na mbona wewe hauendi kazi? Wewe unakaa tu. Hata kama wewe ni pastor, si uende kazi. Alinitandika. Wewe ulikuwa unaenda kazi unamwacha kwa hao? Namwacha kwa nyumba, imagine. Na Atoi? Natoka mimi naenda. Yeye anabaki. Atoi ameenda shule. Wameenda shule. Yeye anabaki. Si anajiita yeye ni pastor. Yeye ataenda kwa manyumba za watu akitembea ati anawaombea. Nimeona biashara zao. Nimeona. Kumbe haikuwa sasa hata maombi. Yeye ni kuzunguka kwa wale wanawake wake. Kwa sababu nilimpata alikuwa humanizer. Anazunguka, siku ikiisha anarudi kwa nyumba. Sasa hiyo ndio ilikuwa life. Turudi hapa, kuna nyumba inatafutwa hall ya church. Ilipatikana. Na pesa sasa mlipe mwanzo church. Pesa sasa hakuniambia immediately nipe pesa. Alikaa like 2 weeks. Hall imepatikana. Haya, watu wameanza kukuja maombi. Mimi siko, mimi naendanga kazi. Tapigiwa tu simu. Wamama wameingia kwa nyumba, wamekuja nimewaombea na mimi fine. Tulienda kanisa, tulikuwa sijui na nini na mimi sawa. Si hall imepatikana. Si mimi najua yeye ni mchungaji. Si yeye endelee na uchungaji wake. Hall ililipwa na nani? Sasa nakwambia after 2 weeks ndiye alirudi kwangu akanifesa akaniambia unipatie pesa fulani ile nilipe ile hall ya kanisa. Nikamwambia what? Na si mimi nafikiria wewe ulikuwa na hii mambo yote kwa mpango ambapo ulijua wewe ni pastor, inafaa ukuwe na hall ya kulipia. Kumaanisha ulikuwa napaka na zile pesa za kulipa. Sasa tena unakuja kwangu, akaniambia acha nikwambie, utanipatia pesa whether you like it or not. Kuna pesa ya hall, kuna viti za washirika kukalia, kuna mambo mingi kwa church. Very good. Umeongea vizuri sana. Mtakaa kwa hall. Ilifika mahali pesa zangu mshahara nikipata alikuwa anachukua yote. Anachukua yote ndio kuplan. Mtakula nini? Yeye ndiye atalipa hiyo nyumba na nilikuja kurealize hata hakuwa analipa. Alipe nyumba, anunue chakula. Umezoea kufanya shopping ya mwezi, anakununulia unga moja, sukari nusu, majani, unaelewa? Anaweka hapo. Ikiisha tena hauna cha kufanya cause mimi nimejipanga once cause najua mshahara pia mpaka end month. Lakini yeye amekuja kwa maisha yangu, imebidi sana nianzange kununua tu vitu tudogo. Na ni yeye mwenyewe ananunua. Inaishia njiani like 2 days 3 days hakuna. Tena nabaki nakaa hivi. Na mimi ndio nafanya kazi. Hiyo hall ananiambia mimi nilipe. Nilimkalisha chini nikamuuliza, mimi nilipe nyumba, mimi ninunue chakula, mimi ndio maziwa, mimi ndio shule, mimi ndio kulipa kanisa, mimi ndio kununua viti, everything ni mimi. Mshahara gani mimi napata? How? Utakaa tu chini unanitegemea mimi? Hapana, itabidi utoke na wewe ndio utafute kazi. Hiyo siku alinipiga hata karibu nizimie. Kwa sababu nimemwambia tu mimi sina mshahara mkubwa wa kulipa hizi vitu zote, hizi bills zote mimi sitaweza. Unaona, nilikuwa na watoto ambapo nilikuwa nalipa school fees, nalipa nyumba, nanunua chakula, najimanage na hiyo mshahara mdogo. Kumbuka yeye amekuja kwa life yangu, anataka sasa pia mimi nilipe church, ninunue hadi viti, yani majukumu sasa tena yakaongezeka na kama mshahara ni kale. Kama ni mimi nafanya hii yote, watoto wangu na kila kitu, kwa nini sitafute nyumba na nihame? Very nice. Nao vile alinipiga, kwani nimefungwa huku na kamba. Nilitaka kuhama. Sasa tena I'm providing, I'm the man in the house. Very good. Umeongea vizuri. So nilitaka tena nitoke, nimtoroke. Nihame, nitoroke niende. Ama na wewe unampenda, kuna vile sasa hii ni doa ya pili. Kuna ndoa. Kwa sababu huyu mtu alikuwa ananipiga. Nilikuwa napigwa vita zingine za ajabu sana. Vita hadi na bleed. Usiseme hii ni. Unaenda church sasa, wewe umefika mahali. Sasa amepata hiyo hall. Hall imeshalipwa, mshahara si ni wangu. Siendi ana manage, si amelipa. Sasa si tuko pale. Huyu ni mke wangu, sasa si niko hapo. Hapo kwa hiyo kiti. Niko tu hapo. Watu wakikuja maombi wanakuja, ambapo kama siendi kanisa niko pale. Kama siendi kazi. Haya, Sunday si uko pale. Na ujue labda usiku umepigwa, labda usiku umelala njaa, lakini wewe ndio huyo unaenda kanisa. Tuseme umekubali niko kwa hii doa, hata kama niko kwa doa. Na mimi ni bibi ya mchungaji. Ni kama. Sasa wacha tu nikae nikiwa mother church.
Ni kama hiyo kitu bado kuna vile inakufurahisha kidogo. Hainifurahishi. Ilikuwa hainifurahishi mama. Wacha nikwambie my friend. Haikukuwa inanifurahisha. Na ndio ujue sikuwa at peace. Nilikuwa na body. Azini Mungu alikuwa amenibariki kidogo. Nilikuwa na mwili. After like 2 weeks nilirudi nikakuwa hivi. Na ndio ujue kitu ilikuwa inipea raha. Nilikonda hadi kuna watu wamepata washirika sasa. Washirika wako ilianza. Washirika kama walikuja. Unajua ni mtu alikuwa naona sasa alikuwa naona watu. Unajua watu wanapenda sana wanapenda hiyo maono kuwewe bio naona. Ukisema nimekuona mtu anaona sasa hapa hapa ndio nitaenda penye ninaonwa. Sasa watu walikuwa wengi. But the funny thing watu hawakuwa nalipa hiyo kanisa. Mimi tu ndio nilikuwa nalipa hiyo kanisa. Kuna siku ni sadaka naye ikitoka, unajua maisha ilitupress in a way that ilifika mahali sasa hiyo sadaka ilikuwa sasa chakula. Na unajua hata iko natoka pesa mingi. Hiyo ukitoa tu ndani ununua unga moja, ununue labda na sukuma na kaskari kakota. Kwani umeacha kazi? Kazi sasa corona imeingia. Sasa kazi sina. Sasa unaelewa tena msadaka chakula. Sadaka sasa ndio ilikuwa food. Na yeye mwenyewe haendi kazi. Yeye ni kutembea na kusema sasa mko full time ministry. Full time ministry. Husband and wife. Husband and a wife. Pastors, two pastors. Wenye hawana mwelekeo. Mimi ndio huyo. Akienda mahali twende. Mimi nikamwambia unaweza safari zako, mimi sitawezana nazo. Na alikuwa muongo. Unaona ule mtu muongo tu anakudanganya tu hivi live. Unaona hii ni uongo. Hivyo ndiye alikuwa. Cause angeombea mtu now that corona ilikuwa na watu hawana pesa, hawaendi kazi. Si ni kweli? Anaambia hata mtu nipatie TV. Juu nimekuambia nipe tu hii TV yako kuliko nipe pesa. Wewe nipe tu hii TV. Na watu walikuwa naingia box. Kwani analipisha? Na wanapeana. I really wonder with. Nilikuwa najaribu sana kushangaa na huyu mtu. Cause yeye alikuwa analipisha. Hiyo TV utabeba upeane. Aende kwa nyumba ingine, nimeonyeshwa. Watu wanapenda kuonyeshwa. Mtu asikie ameonyeshwa, ambiwe, haya leta hiyo simu yako kuliko kunipatia pesa, wewe leta tu hiyo simu. Nitajua vile nitajipanga nayo. Simu zilikuwa zimejaa kwa nyumba hivi. Huyo nilikuwa namuita kama mwizi, huyo alikuwa muongo, alikuwa mnafiki. Kwa simu zilikuwa zinajaa kwa nyumba. Ma TV different kinds zilikuwa kwa nyumba. Radio different zinakuwa kwa nyumba. Yani vitu electronics zilikuwa zimejaa kwa nyumba hivi. Hadi nikamuuliza, nikuulize wewe hizi vitu zote ni za kazi gani? Si anauza mnapata do? Na do zenyewe mimi sioni. Mimi I was not. Ama anasileta anatieka kwa nyumba, si auze basi. Alikuwa saa nyingine auze. Saa nyingine zikae kwa nyumba like 2 days. Yani zilikuwa zinaingia hapo na vile ni business but ni kama business, let me say. In the name of a pastor, nimekuombea nipe simu, so anauza anapata do. Na alikuwa na uongo mwingi sana na watu walikuwa namsikia. Hata akikwambia nipe hii unampatia. Na hata akisema nataka hii unampatia. Kuna mtu atampeleka polisi. Sasa hapo ndio swali lilikuja. Afterwards kuna watu walirudi wakampeleka polisi. Kuna mama aliombea na akachukua TV yake. Na I think ndio mama ufahamu ulirudi ukakuja. Akarudi akaenda akampeleka kwa polisi akasema, "Huyu mtu anasema nimpatie TV yangu, atijua ameniombea. Bwanangu amekuja kwa nyumba, anapiga kelele anataka TV. So mimi nataka hiyo TV." So mimi niliitwa tu siku moja kama nimetokea kazi, pita huku kuna kesi huku kuja usikize. Umepata kazi tena? Sasa nilikuwa bado niko na kazi hiyo wakati kabla corona sasa ingie. Sasa kukuja hiyo kesi, kumbe yeye amechukua hizo TV za watu, anauza na mabwana zao wana complain. Mwingine analia simu, mwingine analia fridge, mwingine analia sijui radio. Yaani watu wako tu pale na complaints zao. So mimi nilikuwa tu pale kumcover up. Nenye alikuwa anafanya na nilikuwa namkataza na hataki kusikia. So unaona polisi alipelekwa, hata kesi yake iko kule polisi mpaka saa hii. So kukaenda hivyo, anadanganya watu akawaibia hivyo. Wanawake ndiye alikuwa ndani sana. Yani alikuwa anapenda wanawake sana. Akipelekwa polisi, watu wa polisi watakuja wafanye nini? Sasa polisi inaitangwa search kwa hao. Hata those gadgets in the house. Na let me tell you, hizo gadgets hazikuwa zinakaa. Zinaweza ingia kama leo, kesho hakuna. Anauza. Yani hata ukikuja ufanye search hauwezi pata kitu. Hata kama ni TV zimekuja, utaweza ingia kwa nyumba leo upate TV kama 3.
Lakini ukikuja kesho after kutoka job, hakuna TV hata moja. Na sasa hiyo hata hana pesa. Mimi ni bibi na kuuliza, hii biashara unafanya basi kama ni biashara pesa ziko? Basi hiyo ni swali. Aliniuliza siku moja, wewe unaendanga kazi? Juu hiyo wakati nilikuwa naendanga kazi. Yes. Wewe usishughulike na kazi yako. Kwa nini unashughulika na hii kazi yangu? Aliniuliza hivyo. And that man was harsh. Alikuwa sasa hiyo unafikiria aje? Mimi nilikuwa nafikiria yeye ni mwizi. Kama mtu. Nilimuona yeye ni mwizi, yeye ni muongo, yeye ni mnafiki, yeye si pastor. Hakukuwa pastor. Kulikuwa na kitu ndani yake ambacho yeye si pastor, lakini alikuwa anajiona yeye, alikuwa anasema yeye ni pastor. Ni kama alikuwa anatumia kitu kama mauchawi hivi, hizi charms hivyo ili anadanganya watu, wanampatia vitu. By the time hao watu wakuje kurealize vitu ameshauza, pesa ameshaweka kwa mfuko, na pesa zake zilikuwa za kupea wale malaya wake tu. Sasa hiyo church ina run bado? Ilikuwa ina run. Washirika. Ilikuwa ina run. Na ana preach Sunday, hallelujah. Alikuwa na preach vizuri sana. Na huyo mtu alikuwa na kipawa. 1 cha kuimba. Tena kipawa cha pili cha kuomba. Unaona? Cha tatu ambapo hii kuona alikuwa anaona watu. Hiyo naye alikuwa anaona. Niseme hivyo kwa sababu gani? Alionea kwangu. Na sasa alikuwa anaona hao watu. Kwa hivyo somehow unamwamini. Somehow najiuliza, na mbona anaona? Na tena in another way. Na mbona ako na uongo mwingi? Yaani niko kwa ile doubting. Yeah, but alikuwa anaimba, anaomba. Yaani angeomba hapa kwa hii room hadi ukuta hata inatingika. Na akiomba lazima kitu kifanyike. So sijui kama ilikuwa ni imani ya watu, ama tu ni maombi generally, ama kulikuwa na kitu behind that. Hapo sikuwaelewa. Kulikuwa na kitu. Hakukuwa bure. Na wewe juu unaona hii mambo yote inafanywa, hakuna vile maybe alifika mahali anakwambia my wife, na ni ukubali sasa hii ni kazi. Hii ni kazi sasa. Sasa ufanye kazi, unifunike. Sasa ilikuwa job. Ilikuanga hivi. Juwezi kaa tu na mtu hivyo. Akipatikana kwa shida, kwa mfano labda amechukua kitu ya mtu na sasa ameenda kushtakiwa vile alienda kushtakiwa. Sasa unaona makarao wanataka kufuatilia. So mimi nikisimama pale na Mungu alikuwa amenipea wisdom fulani. Nikiongea tu kitu, karao anasema tu, kama si huu mama ungekuwa umeingia ndani. Ama anajitetea kivipi? Because alikuwa anajitetea paka anasema hata ulizeni bibi yangu. Yaani ilikuwa mimi kwake ni kama mimi ni wa kumcover, wa kumfunika hivi. Kusema kweli kama wewe ni pastor na ninakuamini mimi ni mshirika, na kuna watu wanaamingi hiyo ni kuombe unipatie kitu. Ama ni kuombe unipe mbuzi. Ama na kama una mbuzi anasema nikupe hii. Kujitetea kwake si angesema si yeye ni pastor. Na tena alikuwa anasema nilikuforce. Ama ilikuaje? Alikuwa anajitetea anasema anaenda pale kama mwizi ama anaenda kama pastor. Anaenda kama pastor. Yaani yeye alikuwa pastor. Wacha tu niseme hivyo. Yaani yeye alikuwa tu pastor. Pastor mwenyewe si kuimba anaimba. Anaiba. Tena anauliza karao. Mimi niliiba. Na yenyewe mama anasema hapana hakuiba. Na anaulizwa huyu mama anaulizwa na karao, wewe ulimpatia? Na yeye nilimpea. Sasa karao anamwambia si wewe mwenyewe ndio ulimpatia. Sasa how come sasa unakuja kumshtaki? Kama nani? Kama mtumishi wa Mungu. Kama mtumishi wa Mungu. Okay. Na sasa hiyo bibi yake nimesimama kando hivi. Hata bibi yangu ndio huyu. Sasa unaona sasa hiyo huduma, hiyo church, hiyo marriage ilienda namna gani sasa? Hiyo marriage haikuwa. Kwa sababu wakati minister sasa, yuko na kazi, anafanya vituko, analeta wanawake mpaka kwa nyumba. Akiwa pastor, akiwa tu pastor. Yes. Anawaleta, analala na wao kwa nyumba tu hiyo yenye tunaishi ndani. Yaani alikuwa na weird behavior zenye hata unakaa hivyo unashindwa, huyu si mtumishi wa Mungu. Alale nao wanawake. Tena amekuwa kama tu yule bwana wako. Bas. Sasa hata afadhali ule afadhali kwa sababu yeye hata sikuiona sana, but once mara moja vile niliona hizo nguo. But sasa huyu anakuletea life. Anakufanyia introduction. Analeta kuna watoto. Unakumbuka uko na watoto na watoto ulipeleka wapi? Hakuwa anajali. Alikuwa na weird behavior. Atafanya hivyo watoto wakiwa. Hakukuwa na heshima kwa watoto. You know most of the time watoto mimi nilikuwa nachomoka nao naenda na wao. Wakienda shule na mimi naenda kazi. You understand? Wakati wanarudi si mimi narudi na wao. So niko in na wao na natoka na wao. Unanielewa kweli? Sasa yeye akibaki anafanya zile vituko vyake.
But there's a time kuna mtoto mmoja alimuona. Kijana wangu huyu kuna kitu aliona fishi na akaniambia mama. Sasa hiyo watoto wako how old? Wanasonga. Wako like 4, 5, 6 years hapo, 7. Wanasonga. Watoto wanaelewa. Wanaelewa kitu. Cause mali nilikuwa nafanya kazi now that corona ilikuwa imeingia. So nilikuwa sasa tunaitwa, tunapewa food. Tunapewa like maharagwe, mchele. Unaelewa? Kuna sehemu zingine ukifanya kazi walikuwa na consider wakazi wao. So tulikuwa one of them, tulikuwa considered. Mnaweza itiwa hata kama labda ni pesa, mshahara kidogo kidogo, hata kama ni half the salary. Mnaambiwa chukueni hizi pesa mkajisaidie nyumbani tukingoja the way forward. Unaelewa? Ujue kuna corona. Sasa hiyo wakati mimi nimetoka, yeye anachukua hiyo opportunity ya kuleta wale wanawake. Yaani yeye kwake wanawake alikuwa ulikuja kujua aje analeta wasichana kwa nyumba. Very nice. Kuna siku moja. Siku moja hivi nilikuwa nimetoka, nikiitwa kwenye nilikuwa nafanya kazi. Then kurudi, there is a neighbor akanisimamisha. Nilikuwa naishi tu kwa plot. Unaona? Sasa neighbor kunisimamisha akaniambia Mama Leon, huku kulikuwa na mgeni. Nikamwambia mgeni, sio ni kawaida. Yaani mimi kwangu niliona ni kawaida cause mimi kwangu kulikuwa kunajaa wa mama, wazee, watoto. So kanisa sasa. Sio ni kama ni big deal. Nikamwambia hakuna shida. Akaniambia hapana. Huyo mgeni alikuwa msichana mdogo. Na huyo msichana waliingia na pasta huko kwako. So I'm like, waliingia na pasta. Alafu sasa unataka nyumba ilikuwa inatoshana aje? Nyumba ilikuwa room 2, bati ya mabati. Hizi nini double rooms? Hizi double room tu lakini za mabati kama hivi tu. So unajua hizi nyumba za mabati hazinanga siri. Hakuna siri hata kidogo. So anything you do neighbor atakusikia ama wewe umsikie. Sasa kuna vile huyu pastor vile aliingia na huyu mtoto alikuwa anataka alale na yeye. Ni mtoto ama ni mtu mzima? Ni mtoto. Alikuwa class 7. Ni mtoto. Alikuwa mtoto. Wewe alikuwa mtoto. Haya. Mtoto ni washirika wa church. Sasa huyu mtoto alikuwa anataka wakuwe washirika. Sasa kuna vile anamvuruta. Anataka mamake ashiriki. Anataka mamake at the same time anataka huyu msichana. Haya. Yeah, cause anataka kulala na huyu msichana na pia anataka huyu mamake. Nilikuja kurealize. Sasa acha tukuje kwa hapa kwa huyu mtoto. Ameingia naye kwa nyumba. Si ni kweli? Haya. Sasa ile commotion yenye anataka kulala na huyu mtoto, neighbor akasikia. Neighbor akasikia akiwa kule na akakuwa very ready kukuja kusaidia huyu mtoto. Cause nilifuatilia hiyo story, alidanganya mtoto kuja twende kwa nyumba, niko na kitabu nataka nikupatie. Unanielewa? Sasa si mtoto akamfuata akajua tu innocently naenda nipewe kitabu. Kumbe vitabu ni vingi. Alikuwa anataka kulala na yeye. Lakini Mungu alikuwa mzuri cause huyo mtoto alirudi aka escape. Hakulala na yeye. Cause alimwambia kuja huku kwa kitanda sijui kuna mafuta nataka nikupatie ujipake sasa hautasikia uchungu. Huyo mtoto akamwambia hapana. Wewe uliniambia nikujie kitabu. Haukusema mimi nikujie mafuta. Mafuta imetokea wapi hapa? Ati hapana, wewe elewa hii maneno. Kuja huku. Sasa mtoto akapiga akili akaona huyu anataka kulala na mimi. Na akajaribu kutafuta njia yeye kutoroka. Na Mungu akamsaidia, akarudi akatoroka akaenda. Na kumbe neighbor kule kuna kitu ana tape. Hiyo video yote aliishika hivi na akaniambia Mama Leon, huyu mtu wako anajiita pastor? Huyu si pastor. Alikuwa anataka kulala na mtoto huko ndani. Na ngoja utasikia. Na yenyewe nilirudi nikasikia. Kwa hiyo mtoto nilikuwa namjua na nikafuatilia na nikataka nisikie ni ukweli ama ni uongo. Na mtoto akaniambia ni ukweli, alikuwa anataka kunirape. Lakini mimi nikatoroka nikaenda. Mtoto mtapatana wapi ndio muulize hiyo maneno? Very nice. Ama mama yake uliapproach? Mamake ukumbuke huyu pastor alikuwa anataka pia mamake. In the name of nimekuona. Vitu kama hivyo. Na alikuwa ule pastor mwenye hana aibu. Anaenda mpaka kwa manyumba za watu. So alikuwa ameshaenda mpaka kwa kina huyu mtoto. Na niseme hivyo kwa sababu hata kuna siku alishainichukua mimi tukaenda mpaka kule. Kasema kuja tusalimie mama fulani hapa. Lakini nia yake ilikuwa that means mama vile mtoto alienda nyumbani hakuambia mamake alimwambia kimeendelea. Alimwambia. Sasa nakuja kwa hii point. Pastor alikuwa amejua mamake kwanza, akajua pia na hii familia mpaka na huu mtoto. Sasa ndio unaona anataka kulala na huu mtoto. Haya, sasa mimi nikataka kufuatilia nijue what happened.
Anyway, Mungu akakuwa mzuri. Tulikutana na huyu mama kwa barabara siku moja. Vile mnaweza tembea alafu mkutane na mtu. Akatusalimia vizuri na akatuambia, nyinyi wawili naomba mkuje kwangu siku moja. So nikamwambia ni sawa. Tutapanga siku, tutakuja. So after kuachana, kuna vile huyu mwenye nasema pastor alireact, ambapo ikuwa reaction mzuri. Akaniambia hatutaenda kwa huyo mama. Nikamwambia why? Kwa nini? Huyu mama ameturequest tuende kwa, kumaanisha inafaa tutengeneze siku tuende kwake. Siwe ni pastor, si mimi ni bibi yako, lazima tuende tusikie anasema nini. Labda anataka maombi. Akasema hapana, usijaribu kuenda. Akakuwa mkali kabisa. Na mimi vile tulikaa naye nikamsoma, akiwa mkali kuna kitu amefanya. So na mimi nikatumia akili zangu na wisdom yenye Mungu amenipa, nikatafuta siku, mimi nikajipeleka kule. Nikasema pastor alikuwa busy, nikajifanya tu pastor yake amekuwa busy, mtamsamee, lakini mimi nimekuja kwa niaba yake. Tumekuja tu vile ulikuwa umetuambia tukuje, utueleze nini mbaya. Ndio sasa mama akaanza kujieleza. Akasema huyu mtoto pastor alikuwa anataka kulala na yeye. Nikasema hapana. Mtoto hebu muite na yeye nisikie. Mama mtoto ni anakuambia. Mama mtoto ananiambia. Okay. Sasa ndio mtoto akajifungua akaanza kunieleza. Lakini ulikuwa na copy from your neighbor. Neighbor amenishia nipe, sasa nimekuja confirmation. Na ujue pastor hakuwa anataka mimi niende ku confirm. Yaani hakutaka tuende. So I think huyu mama alikuwa anataka kutuambia tukiwa wawili. But sasa pastor si akakataa na mimi nikaenda mwenyewe. So huyo mama akaniambia kila kitu, mtoto akanieleza kila kitu. Sasa hapo ndio nikajua huyu mtu sio mtu mzuri. Ni mtu anaweza ataka kurepea mtoto, ni mtu anaweza lala. Bado huyu mama ni mshirika wenu anakuja ngapi? Hakuwa mshirika by then. Alikuwa anakuja tu maombi. Okay. Unaona ile yenye mtu ati anakuambia nimekuona. So unajua mtu anaweza peleka mwingine kuja nikupeleke pale wanaonanga watu. Sasa in that way akakuja kwa hiyo kanisa, but hakuwa amekuwa mshirika. Vile uli confirm, ulienda uka confront your sasa vile nili confirm, hadi nakumbuka nili apologize kwa mtoto. Nikaomba sana msamaha kwa niaba ya huyu pastor. Cause niliona huyu ni mtoto mdogo anataka adhulumiwe. Unaona? Nikaambia mtoto achukue tu yani ile hati ya kumsamehe. Sasa mimi nikasema wacha mimi niende nimface. Sikuenda immediately, nilimsoma kwanza. Kwa sio mtu mwenye ungeambia tu kitu hivi hivi, ungepigwa. Sasa nikampima. Nikamuuliza tu swali. Na hii mambo yenye nasikia kwa mama fulani ni ukweli? Wakati alijaribu ku raise voice nikamwambia hapana. Ulikuwa unataka kulala na mtoto fulani? Sasa nikasema wacha ikuwe mbaya lakini bado nimwambie ukweli. Nikamwambia ulitaka kulala na mtoto fulani cause nasikia ulikuwa unataka kulala na yeye. Nakwambia alichemka. Unajua kuchemka? Alichemka hadi nikaona mizizi zimetoka. Akaniambia nani alikuambia hivyo? Nikamwambia acha nikwambie. Huyo mtoto aliniambia ulikuwa unataka kulala naye kwa hiyo nyumba. Kwani wewe umefika unataka kulala na watoto? Umetoka kwa wamama, unaenda kwa watoto. Kofi moja niligongwa, niliona nyota. Kofi. Meno itatoka. Juu ya kumwambia ile ukweli. Hakuwa anataka kuambia ule ukweli. Na mimi unajua nilikuwa mtu wa kutaka kusema ukweli. So hapo hivyo sasa nikakaa hivi nikapima huyu mtu nikaona hiyo kofi inamaanisha umefanya ama ulikuwa unataka kufanya. So meaning wewe, nikasema tu kwa akili zangu, wewe sio mtu wa kukaa na yeye. Kwa sababu wewe kama umefika kiwango you want to rape even the girl child. Hapana. Siwezi kaa na mnyama kama wewe. Underage, that is underage. That's an underage. Unaona, nilifikiria vitu sana. Nilifikiria mambo mengi kupitia historia ya huyo mtoto. Cause niliona I also have children. Anaweza lala naye. Nini ninaweza mzuia? Msichana na kijana? Yes. Okay. So nilifikiria mambo mengi sana. Nikaona huyu amekuja to another level. So huyu afadhali tu tuachane. Na ujue pia nilikuwa nimesikia story pia alikuwa analala na vijana. Alikuwa analala hadi na vijana. Anawageuza nyuma. Unajua nilikuwa sasa tuko corona. Nilikuwa napokea wageni. Unapata ni tu vijana tudogo. So I'm like, vijana labda wanamfuata jueni pastor. Alafu sasa hivi ile kazi hakuna, alafu shule watoto hawaendi, labda wanamfuata juu ya hiyo. So mimi sikuwa na ile idea ati anaweza lala nao. Na ataleta hawa vijana siku moja mbili ama kijana mmoja hivi siku moja mbili. Siku ya tatu uone huyo kijana. So kuna siku nikiwa kwa nyumba, tuko corona siendi kazi, watu wako tu manyumbani. Naona kijana mmoja anaingia.
na ana bleed. Amemchapa, sijui alimgonganisha I think kichwa mpaka yani bleeding ikakuja mpaka. Ni vijana rika gani? Kama 15 16 years hapo. Watoto wadogo. Bado ni underage. Yeah, hao ni watoto. Sasa nikaona hao watoto wanaingia. So I'm like, ni nini una bleed? Unaona, kitu ya kwanza huwezi uanza kuuliza huyu mtu maswali. Yani ana bleed ni kama alimgonga, sijui kichwa nini ilifanyika kwa sababu niona alama kwa kichwa. Na hiyo bleeding, so unajua kibleed inakuja hivi. Sasa sitaki kumweza kwanza maswali. First, mtu wa akili so unamfanyia first aid. Alafu maswali kuje next cause mtu anamvuja damu. Atakuwa na ile nini ya kujibu. So nikataka nimuoshe hiyo damu na anieleze what's happening. Ni nini mbaya umekuja hadi kwa nyumba. Na unajua hiyo ni nyumba ya mchungaji, inaingiza kila mtu hadi wenda wazimu, yani inaingiza kila aina. So unawapokea. So mimi kwangu na roho yangu yenye niko nayo nikasema acha nimfanyie first aid, akue sawa, atulie, anieleze what happened. Sasa huyu mtoto ndiye akaanza kuniambia pastor alikuwa anamchapa. Hata najiuliza kwani nyumba sasa kwa nyumba kumekuwa kama church sasa. Ama church mlifunga. Church ilikuwa but hiyo nyumba ilikuwa inaingiza watu. Watu walikuwa wanatoka kwangu hadi paka saa 6 usiku. Hadi saa 5, wenye wanatoka saa 4. Wenye yani watu wanaingia, wengine wanaingia. Wanatoka, wengine wanaingia, wengine hivyo. Sasa ningefanya aje? Lazima tu nikubali vile kuko. So huyu kijana vile alilia, alianza kujieleza, akaniambia huyu pastor alikuwa anampiga. Nikamwambia mlikuwa mnaulizana nini? Wakati tunaendelea kuulizana hiyo maswali, pastor ndio ameshaingia. Wachana na yeye. Anakuambia nini? Alikuwa na deni yangu na hakunipatia hiyo deni, ndio maana nilikuwa namuuliza na hataki kunipatia deni yangu. Kwani mtoto ako na madeni? Anafanya job. Mtoto mdogo ako na deni. Deni gani? Nilimuuzia sijui USB. Hajanilipa hizo pesa. Mimi kwangu kwa akili zangu nikasema unaona hii sitaipeleka mbio. Hii lazima nitaifuatilia nijue ukweli unatokea wapi. Wakati unafanyia mtoto first aid hataki. Tena rudi anageuza kesi, anarudi anasema wewe na huyu mtoto ama hawa watoto vijana wanakuja ni wa washirika ama kuna anawaokota na huko. Sijui hata nawapata wapi. By the way hao hata sijai waona kanisani. Wacha tu niseme ukweli. Hao watoto walikuwa tu like new faces. Wawili wakuja leo, kesho anakuja na huyu. Huyu anaishi sijui wapi, huyu alitoka sijui wapi. Vijana kukuja kufuatilia, kumbe analalanga na hao watoto. Na wakikataa anawapiga. Ulikuja aje kujua analala na vijana? Huyu kijana mwenye alikuja kwa nyumba. Kozi nilikuwa nimereceive cases za yeye kuchapa watoto nyingi. Sasa unaona huyu amekuja hadi kwa nyumba. Na wakati anajaribu kujieleza, yeye hataki anieleze ukweli mahali huko. Unaelewa? Kozi anajua ni nini amefanya. Na mimi sijui nijiita mwerevu na wisdom yenye Mungu amenipa. Mimi sikimbizangi maneno, nilitulia. Hata nikatulia ni kama hiyo kitu haikuwa ifanyika. But nikataka kujua kwa kina huyu kijana ni wapi. Ama anaishi wapi na anatoka wapi. Unaona? Sasa nikakuja kugundua huyu kijana anaishi na the cousin. Wanakaa hivi nyumba moja. Huyu cousin yake ndiye amemhost. Na nikataka kujua wakati ulikuja kwangu na ulikuwa umepigwa na ulikuwa na bleed, ni nini ilikuwa imefanyika? Ama ni nini pastor alikufanyia? Ndiye akaanza kuniambia pastor mimi alinipiga. Na mama chenye nataka kuambia usiende kumwambia kwa sababu ataniua. Unaona kijana vile anakuambia? So I'm like akuue aje? Nikamwambia hapana, mimi ni mama mzuri sana. Mimi hata tukishia na wewe kitu hatajua. Na hiyo kijana akaniambia mama, huyu pastor wako anataka niingie na nyuma. Haya. Umeshaiona nywele zinasimama kwa kichwa? Nilishtuka. Nilishangaa. Nilikaa hivi nikasema ninasikia ama niko kwa ndoto. Na nikaona yenyewe ninasikia. Na akaniambia please mom usiende kumwambia, ataniua. Sasa nikaanza kurelate, nikaanza kupiga akili zangu nyuma, nikaona ndio maana saa nyingine wanakuwa rafiki na vijana kidogo kidogo, wamekosana ama ndio sababu wanakosananga na hawa vijana. Labda hawataki mambo yake. Nikakuja tena nikapiga akili vile alikuwa anataka kulala na huyu mtoto kwa nyumba. So nikakuja mawazo yalikuja mengi sana. Nikaona huyu mtu si mtu anaweza kaa na watu. Sasa huyu ni kama ni mnyama tu. Kama anaweza lala na watoto, alale na wasichana, alale na vijana, alale na wamama na hakuwa anachagua rika.
wa mama, wakubwa, wadogo, watoto, wa vijana. So I'm like, sasa hapa muda wetu naona ni kama umeenda sana sana Margaret. Na ningetaka tu umalizie hii story, tuambie vile kulienda. So in short, after that utatoka kwa hii marriage. Wait a minute. Utatoka kwa hii marriage. Cause nikiangalia sana naona kuna fisanga sinafanyika kwa huyu kwa hii doa. Acha niite doa cause mnaishi pamoja. Kuna yule msichana alikuwa aripiwe, alikuwa underage, hawa ni vijana bado ni underage. Kwa nini huyu pasi hakuwa anachukuliwa hatua? Hiyo ndio swali. Na hiyo swali utakuja kunijibu kwa part 2. Naona tutaingia nikupe like 45 minutes tumalize hii story. Kwa nini hachukuliwi hatua? Kwa nini unamfumilia? Tunarudi na part 2. Asante. Merora ine turacokereria na part 2 ya rugano rwito na Margaret. Kogo ikareo hau mpaka tumalizie hii story.